Kwa sababu ya kwaya Gucha ambayo imekuwa ni kwa band mwa mtateni hapa, tunaomba wakuja wakitateni pia. Gucha bandi ya Gucha, naonekana mko tayari ya mnaitwa mtateni. Karibu sana kwaya Gucha Secondary School. Kwa shule yetu ya Gucha. Karibu director ambaye ndio mwenye shule. Karibu sana. Karibu sana. Huyo ndio mwenye director
ambaye ni mwenye shule naimba hapa mbele. Bwana Orenge. Asante kabisa. Karibu sana. Maridadi kabisa. Sawa sawa. Makofi kwa hao. Makofi sana. Asante kwa kazi nzuri. Madam, kwa ruhusa yako. Madam, kwa ruhusa yako naomba nilete mzee Otete ili aweze kutuonyesha vile watu walikuwa na communicate samani. Mzee Otete. Amjamboni nyote. Mimi kwa majina naitwa Isaka Otete Mbati. Baba yangu alikuwa chief. Zamani hakuna simu walikuwa wanatumia. Akitaka kuitana watu ama akitaka kuitana watu yake ama simu, alikuwa anatumia hii kitu. Alikuwa anafanya alafu kama ni wageni walikuwa wanakuja, watu wanakuja, wale wageni walikuwa anahitaji. Hiyo ndio ilikuwa sherehe ya zamani. Baba yangu alikuwa chini. Kwa hiyo mzee, unajua kuna wengine ambao wamezaliwa miaka hii ambaye kama yangu hivi ambao hatukufikia vingine kama hayo, si ndio? Makofi kwake. Asante. Mangere Catholic. Mangere Catholic. Ya Miobo. Kama mko tayari? Haya, Charles Kioko. Kama mko tayari akuje. Nataka mwe tayari hapa. Ini ya jirani.
mtaba wetu sawa jinsi mwe kwa haraka kwa sababu ya muda kwa ni mingi. Sawa na ile jengo hapo.
Asante, shukrani, wapige makofi. Makofi tena. Haya, tuende kwa Nyamiobo SDA. Mimba. Ogembo PH kama yuko tayari. Ogembo PH kama yuko tayari. Ogembo PH kama wako tayari. Kama mko tayari, ona kwa wengine. Wimbo moja. Karibu tena. Sikilizeni ndugu, nikwambie neno moja. Tumemuasi na hata kumchukiza Mungu. Bwana amesema kwamba atasikia ombi letu.
yetu. Kuna Charles Kioko, kuna wimbo Charles Kioko. Kwa majina ni Charles Kioko, niko na wimbo moja nataka kuwabariki. Sitakufia umaskini, maskini ni mbaya kabisa. Kwa tera sike kusige Swahili lianzi nyete. Bekere riende gaki. Mete koro no botaka abana no rontororo. Kore no botaka masoma agosinya. Kore no botaka agosinya kwenda sukuru. Kore no botaka sukuru bisimbosa. Bwana Yesu asifiwe. Jeno materi nentore ta matera mangi. Ukuno kuna so geti latest. Lamba sino watoro huku. Kogo kuna riende. Nipa sauti basi.
obotako boye bwakoria bange mutororanga chande geto gwekora weru simoya singete obotaka igambate bie timoita yeso nare obotako bokwera bole mami ya masese die cherere gocha musese nyeito koya nyora tore timoita singete obotaka ikora singete obotaka obotako boye bole no moya obotaka no wabotuko mami abokeruya Makofi kwa huyo kijana. Asante, makofi kwa huyo kijana. Kwa sababu ya muda tutaendelea baadaye na entertainment yetu. Yuka toto kadogo kwa hapa kuna poem. Kalikuja asubuhi ndio kalifungulia. Gift Nyanchera. Karibu mama. My name is Gift Nyanchera Bas. I think my name is Gift Nyanchera Bas. Why pray? Thank you. Mom came from the market. Place the basket down. I peep in the basket. I saw my favorite fruits. I saw a mango, looking ripe and sweet. I look at mommy. She smiled and said, "You can have one. Make sure you wash it." I washed it. I took a bite. The juice was sweet. Kuna kipawa tayari. Kuna kipawa tayari. Nengo kumibwana lende. There's no need yogo feeling and take because this person is a umundu tabu atebe. Stari no tebu walo shilingi 500. This a person atarikuwa na wanyenda gerari geli tuko. Sasa nashanga isha ngokonyere gose goja gutukoa. Nabwa temange nyasafa zisini. Makofi kwa huyo kijana. Amewakilisha vizuri kabisa. Na anaonesha kweli amesoma, si ndio? Kenneth Ondara akilisha makanisa. Kenneth Ondara. Mzee Kenneth Ondara. Sawa. Babu Ukindo akilisha walemavu. Ujambo mwenzi. Msifu Yesu Kristo. Walera iga. Ujamono ase okoreta
Jamhuri de Nyamiogo. Uyamono sana na ibu aya kuri aya asaba de mafundu monomononje dindi as a system yaba de mafu bali bakonyora kende lakini obuya omwe mpinara paradiso no mwe mpita ngombe kara as a system weli mbuya mono nado mwakonde na bali ganiri. Mpigie makofi hiyo kijana Samuel Ondara kwa dakika moja. Samuel Ondara kwa dakika moja. Wa opinion leader. Thank you, Madam DCC, our area OCPD, or protocols observed. I am happy. My name is Samuel Ondara. Kwangu ni pale. Since 1963 hatujaona sherehe kama hii hapa kwetu. This is a great honor to our people and our sub-location Mangere and Guja at large. Iliyoko ni hivi, wananchi wa Kenya wako na shida nyingi, imetusunguka left, right, center. Tunaomba our leaders tuwe pamoja kwa kutatua matatizo ya wananchi wale mnaongoza. Number 2, our administration mutusaidie kupunguza ama muweke patrols around that wananchi wa hii area wawe wanatembea free from any instances. Insecurity imeonekana sehemu hapa na pale. For example, jana usiku iko nyumba moja hapa chini ilifunjwa, mwenyewe wako iko vitu yake ikaenda. So you take note of that. Natoa shukrani zangu kwa makanisa yote wako hapa kwa ushirikiano wenu, na muwe mukija mukiimba nyimbo zenu. Hiyo ni ya kuhubiri katika neno la Mungu kwa watu wote. The church ndio jicho ya nchi. Serikali msaidiane na makanisa so that maisha ya wananchi iinuke. Vile huyu kijana amesema hapa, mwe narode kwa iru etaitolenyi bono abana baiga barigereri tumete no bwate enkorengie enkore yinyegendereri pamoja ne viongozi binde na bagambi baitu barega na baya. They are doing a commendable job so that maisha yetu iinuke. Finally, tuwe na uhusiano nzuri kutoka kwa vijijini upwards so that tupate mafanikio. In terms of agriculture, zamani we had sisi tusaidie ng'ombe zetu siwe zikipewa mbegu ya kisasa so that we may enlarge milk production. Watu wetu ndio watasaidika na kupitia ushirikiano wetu. Mimi napongeza my area senior assistant chief Mr. Mogesaya, who is doing a commendable job, plus our chief Mr. Isoe and all chiefs around. Please keep it up. Kuna wale wamama wase na vijana wase wana matatizo hapa na pale, wakija kwa maofisi yenu consider them. Wote administrator waje chuki, tusitukanane, tuwe na njia mwafaka, tuambiane maneno ya kujenga nchi yetu, vijiji yetu. And proud to say that tuko na vijana wengi wako chuo kikuu na hizi zingine certificate. Keep it up so that we may uprise our country to a good level.
of understanding. So kesho tuko na matanga hapa hii uwanja. Mheshimiwa Paradiso, na kuomba uatendi hapa pamoja na viongozi wengine wote. Muje hapa kufariki huyu mama amefariki hapa, ni mama wa maana sana, 108 years. Ila kitu wanasiasa mtatusaidia kesho. Utulivu. Huyu mama tunataka asikwe in a decent way without any fracas. Juzi tuliona hapa juu Mosora. It was an ugly incident. So under your watch, you kama our area MCA, control your political class to cool down, to come in a slow manner. Kama kuna offer wanataka kupeana katika hii family, wapeane in a good way. Hatutaki kuona viti tumekalia hapa vikirushwa hapa na pale vikifunjika, na mama alikuwa hataki hiyo. Anybody atafanya fujo kesho atachukua laana kwake. Kwa hivyo naomba wananchi sote tuje hapa kwa njia ya ustaarabu, tufanye hygiene ya kisiasa. In our country we are lacking political hygiene. Tuko na siasa mbaya hivi ya kutukanana na nini. To change that attitude so that we may be counted finally. Ya mwisho, I thank you wananchi mmekuja hapa kwa sherehe ya siku ya leo. Tuendelee kushikana hivi mpaka saa zile itaisha. Na tukimaliza hii sherehe tunaandamana moja kwa moja hadi mochari. Tuende kuchukua mama wetu. Huyu ni mama wa taifa hapa. Tumulete hapa in a tremendous way. Hata Madam OCPD unatusaidia, gari yako inakilia njia. Ndio tukuje in a smooth way. Tuje in a peaceful way. Tufanye ceremony katika hali ya juu. Hiyo itakuwa mzuri. Thank you so much. I thank you. Makofi kwa hiyo mzee. Amezungumza mzuri. Amawakilisha opinion leader vizuri, amawakilisha community yetu hapa, amawakilisha hata familia. Kwa hivyo pongezi sana. Sasa kwa sababu ya muda nataka kuleta mama moja kwa sababu ya gender. Florence Raviki azungumze tu one word kwa sababu ya gender. Hapo nimalizia hapo mimi kipindi changu. Asante kwa kunipa nafasi. Na mimi nataka kuwakilisha wakina mama wenzangu. Kwa upande wa mama nataka kuwakilisha nikisema tumesaulika kama wakina mama. Hata leo nimefurahia siku ya leo tumekuja hapa, hatujawahi fika mahali kama hapa. Hata tunaona historia, ni vizuri sana kukumbuka historia. Sasa hapa tumeona, tumesikia na Ruto president wetu alifika, ndege imefika, na kesho kuna kitu kitafika. Sasa tumeona, hata sisi tumeanza kuona uweupe wengine tumefunuliwa. Kwa hivyo Madam DC, wakati unapo waita wenzao hawa yani wazee, nasi tukumbuke kama wakina mama. Na kitu kingine hapa, wengine hatukwenda shule, tungekubali, tungependa utuletee ile kitu wanaita nini, kumbaru ama aje, ni kumbaru. Wakina mama angalau tujue kitu hapo, tujue kuandika ama kusoma. Na kingine tunahitaji tukipata nafasi hata hapa karibu hapa Ugembo, mkipata mahali wa mama watasa wakaingia wakafiti, nasi mtukumbuke akina mama. Na tunasikianga kila wakati ni wazee mmeitwa vikao, wa mama hatujawahi fika pale. Leo tumefurahia. Mama hoye! Hoye akina mama hoye! Leo tuna mama mwenzetu hapa atatukumbuka kila mahali. Na sasa nataka kuongelea wamama wajane. Tumeachwa nyuma kabisa. Wachane mpo wachane. Wakati na wachana nao tunaanza kuambia Bwana DC mtukumbuke. Mahali kwingi atukumbuki. Tumekuwa kama viwete, vibofu, hatuoni mahali tunaenda. Juu wakati wazee wamekufa, serikali ndio macho yetu ama nini?
ndio watatusaidia. Tunapata shida huku na huku, hatuna mwelekeo, lakini tunapoangalia serikali yetu itatusaidia. Asanteni. Asante sana, makofi kwa hiyo mama. Sasa ningependa kuachia kipindi changu hapa, niite bwana ACC wetu wa Ugembo ili aendelee kutoka hapo. Karibu bwana ACC. Asante sana Chief ambaye ametuongoza vizuri, makofi kwake. Tena Madam DCC na kikundi chako cha security, MCA wetu na wote ambao wameweza kufika kikao hiki na tumekaribishwa hapa, na tunashukuru Mungu ametuwezesha tuwe sote hapa. Ningependa niendelee na program, niulize kama kuna yule ambaye anawakilisha NAT, yeyote ambaye ametumwa kuwakilisha NAT. Okay, ni kama sioni mkono ukibebwa juu. Na Kubet ako katika kikundi hicho, ama yule ambaye angependa kuwakilisha Kubet? Alright, sioni. Maendeleo ya wanawake representative, ni nani kiongozi wa kina mama upande huu ambaye angeweza kuwakilisha, ama ni yule ameongea? Imewakilishwa. Sawa sawa, asante. The member of county assembly is here with us, but atapewa nafasi maalum. Si unajua ni paradiso? Ni paradiso. Sasa huwezi chezea, lazima apewe nafasi mzuri. About member of parliament representative, yeyote ambaye ametumwa na mbunge wetu bwana Miruga Alpha. Sawa sawa. Naona ni kama tuliruka viongozi wa makanisa. Chief, si kuna viongozi wa makanisa hapa? Mmoja aweze kuwakilisha makanisa. Ni nani? Yule mzee alituombea. Maombi yake ilisikika. Nilihisi kwamba ilisikika mbinguni. Makofi kwake anapokuja. Asante sana. Karibu. Asante sana kwa nafasi ambaye mmenipa ili nami nipate kunena jambo moja. Jambo nataka kunena moja tu ni kuhusu security. Security yetu iko chini kidogo. Mambo ya uwizi yamezidi. Ikisidi mtu akikamatwa kama suspect, alafu anapelekwa kotini, anaweka cash ama bond, anatoka nje. Na akitoka nje, miaka inaenda mingi, baadaye hiyo mtu anasaulika, anaenda nyumbani. Usaidi inaonekana. Polisi wetu, maofisa wetu wa polisi wanakamata mtu, wanampeleka kotini, lakini akipelekwa kotini anaachiliwa. Huyo mtu akiachiliwa, akicha nyumbani anauliza, mlinifanyia nini? Si nimetoka. Kwa hivyo mimi ningetaka serikali yetu tukufu mfuatilie
mambo kama hayo, alafu mtu akipelekwa kotini, wacha awekwe ndani na ile vitu yake alipatwa nayo, ndio wengi waogope. Leo siku hizi watu wanakucha, wanapanda nyumba ya mtu, wanatoa mabati, wanaingilia kutoka juu ya paa, wanaingia kwa duka, wanafungua duka, wanatoa vitu yote kutoka kwa duka. Nao watu hawatoki mbali, ni watoto yetu. Juzi kuna watu walienda garage ya Ogembo, pale Ogembo, wakaiba toka kwa magari, wakaiba battery, wakaiba maredio, na yule watchman ndiye alikuwa anamulika vile hiyo vitu ilikuwa inatolewa. Yule watchman akakamatwa, akapelekwa kotini, lakini saa hii ako nje. Kwa hivyo ningewaomba kama wakuu wetu wa serikali, mfuatilie hilo jambo, tuone kama hao waisi watawacha mambo ya kuiba. Wacha Bwana wabariki nyote. Na mimi ningetaka kuzingatia kuhusu huu mkutano ulikuja hapa. Mimi nami hapa ni nyumbani. Naitwa Osoro Hanson Nyandoma. Na washukuru sana ile mpangilio mliweka, mkakuja kututembelea hapa, na tumeona mwanga. Tumeona mwanga, nchi yetu inapata kuendelea, inafikia mwananchi, karibu na mwananchi, na wacha Bwana wabariki. Asanteni sana. Asante kwa hayo maongeo pamoja na mawaida mazuri ambayo tumepata kwa mzee wa kanisa. Makofi kwake. Asante sana Omorisha. Wanaita Omorisha, si ndio? Asante sana Omorisha. Kuna mama ameuliza mambo ya masomo ya Kumbaru. Unajua ofisi ya DC? Wapi huyo mama? Ofisi ya DC kuna ofisi ya adult education. Sawa sawa? Iko wasi na iko watu, na serikali inapeana pesa ya kuendeleza hiyo, lakini sasa nitakuomba uwe ukizungusha nini hapo. Sawa sawa? Wajana na hiyo. Sasa unazungusha tu, tusije tunasema enda hivi enda hivi. Unajua DC akisimama atasimama mahali, sasa unaweza enda kando kidogo. Kwa hivyo ningependa niite ule wimbo ya Nyamiobo, wale na huo wimbo tu mlikuja kuimba. Sawa sawa? Alafu baadaye kuna wimbo fulani tutaimba pamoja na uniformed officers, tutajiunga na nyinyi. Sawa sawa? Okay, kujeni basi. Nyamiobo, ule wimbo walimba mpaka Madam CPD na DPC akachiunga nao. Ilikuwa Catholic, Nyamiobo Catholic, si ndio? Hiyo Nyamiobo Catholic. Ni Nyamiobo Catholic. Hiyo huo wimbo. Sawa sawa? Lakini hatuchabagua, huenda tutapea nafasi ikipatikana wale wengine. Karibuni. Ya mtayarishie waimbe wimbo ule tu. Karibuni.
Asanteni sana. Makofi. Hebu tuwashangilie. Asanteni sana kwa wimbo wa kutukuza Mungu, na hata sisi tumeweza kubarikiwa. Asante sana. Nafasi hii ningependa niwape ndugu zetu administrators wakiongozwa na Pochi Tendere Ward administrator Bwana Mauti. Karibu sana. Thank you so much, Commissioner. Our guest of honor, Madam Commissioner, our MCA, Honorable James Ondari, our Sub-County Administrator, Security Team, our SEC, Ward Administrators, our chiefs who are here, ladies and gentlemen, all protocol observed. Happy Jamhuri Day. God is good all the time. Thank you so much. Tunamshukuru Mungu for this 5 years protest. Timu ya hii Jamhuri Day, creation of jobs, yaani kazi mtaani, kazi mtaani na kazi majuu. Mnajua majuu ni wapi? Sasa swali ni kwamba
how much have we contributed to job contribution in our small way? Na hilo ndio swali tunajiuliza. Langu tu hapa ni kutambua wafanyikazi wa county government. Naomba wote mkuje mbele, wale mnafanya kwa county government, kwa sub county, tuko pia municipality. Naomba mkuje mbele tafadhali. Sasa tunawaomba they introduce themselves na ofisi yenye wanafanya just in a brief way. Then after that ndio tuendelee. Thank you. Thank you, Madam Admin. Madam DCC, Madam Hospidi, Mheshimiwa Baradiso, the sub-county admin and all protocols officer. Good afternoon. My names are Chief Inspector Kangere. I'm the Municipal Commander of Embu Municipality. Naomba tu, for the interest of time, Bwana Admin, the uniformed officers, ambaye ni enforcement officers, Mr. Mosoti is my debut, tutasonga nyuma kidogo. Sasa nyinyi mtafunga mguu, mturn right, mwingie kwa chukua. Haya, tufanye hivyo. Haya, tuende tukae kwa chukua. For the interest of time, najua sisi kama watu wa inform hatuna mambo mengi sana ya kueleza mwananchi. Kitu moja tu bwana, ward admin, kwa niaba ya municipality mkiniruhusu kidogo, manager wetu angekuwa hapa ambaye ni lakini alienda kwingine ambaye sub-county admin akisimama atafafanua zaidi. Pati moja, watu wetu wako na matarajio mingi sana kwa hii new municipality. Tunawaomba watu wetu wa Embu municipality tusaidiane ndiposa tujenge hii municipality yetu. Tuliomba, imekuja, manager is only 1 month old, anaomba ushirikiano wetu. Ushirikiano wetu kama mwananchi ambaye anahitaji huduma ya hii municipality. Otherwise sitaongea mengi. Madam Hospidi, tutakuja kwa ofisi yako tuongee mambo mingi. Tusajuana na wana OCS Mr. Kosgei, naona tunashirikiana naye vizuri. Otherwise nasalimia mwananchi kwa pamoja hivyo, tusaidiane. Asante bwana admin. Thank you so much. Our protocol served. Na wasalimu wa mjambo. Biamole. Kwa majina Mr. Kennedy Obara. I'm the Deputy Sub-County Commander of Machoge Church. O commander onetalenga asingejo isababu jitanyalikana ameomba nafasi. Saa yamake tusirikiane tuwe pamoja. Asante. Na mimi nimewasalimia mjambo nyote. Kwa majina ni Lucas Mokanji, mimi nafanya niko secretary ya administrator office. Asante sana. Asante sana hao ni staff. These people when wamepaki hapa, these are our administrators. In our sub county we have 3 wards. Na these are the ward administrators who are managing the areas. Naomba wajiintroduce. Guest of honor, all protocols observed. Na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Dismas Umweri. Mimi nasimamia Resort Center. Asante. Guest of honor, sub-county administrator and all guests invited. Na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Ocharo Brian, ward administrator Majoge Basi ward. Asante. Thank you so much, admins. Our guest of honor, Madam Commissioner. My name is Evans Maiko Mauti, ward administrator for Chitendere ward.
In a special way, allow me, Madam Commissioner, to invite our Honorable Member, County Assembly, Honorable James Ondari, to address us. Karibu Mheshimiwa. Mbiyamole mwenzi mugonkwaniga nawo kama mbi nawo ate some business in Migori gari sirari nikaenda mapema kabisa kwa sababu nilitaka nikuwe hapa na ndina iranile nimefika hapa karibu saa 4 town nikasema wacha nikimbie tushirikiane na Madam DC na timu yake yote pamoja na sub county yetu tushirikiane kusherekea. Ni miaka ngapi kweli? Nimesahau. 61. Sijui kama ni hiyo lakini nimesahau siku hizi. Samani nikiwa mtoto nilikuwa nakumbuka kwa sababu hata unaweza ulizwa maswali kama hiyo kwa shule. Lakini sasa kwa sababu tumeanza kuseeka uwezi ukaulizwa. Abantu bami ndumbu ya murena. Ono mogogeti. Mwae ngogoka na bana ngutumana na ne sode jimunyu. Ono mutagogeti na ngogenda yugucha kwa magana yakore kireke. Kwa hivyo nimefurahia siku ya leo kuwa Nyamiobo. Hata mimi nafurahia hiyo miaka yenye tumechukua tangu tuchukue uhuru. Lakini waanzilishi wa taifa Madam DCC pamoja na ofisi zako zote walisema walikuwa wanaanza wakipata uhuru walikuwa wanapigana waondoe ujinga, si hiyo ni moja yao. Alafu wengine ni gani? Waondoe umaskini. Alafu wengine ni gani? Hiyo mambo ingine. Lakini bado ni maskini, sisi tuko maskini madamu. Waambie Mheshimiwa Ruto bado watu ni maskini. Unajua kuna watu hawawezi wakakula kwa nyumba hata kwa sasa. Kuna umaskini bado. Na sio Kenya kwamba eti hatuna pesa. Hiyo ndio kitu watu wanatakana kujua. Sio kwamba hatuna pesa. Viongozi tumeamua kuwa wezi. Ndio hiyo ndio imefanya Kenya hatujaondoa ile yote ambao waanzilishi walianza. Viongozi tumekuwa wezi. Hata hii SHA sikatai watu haja waingie. Lakini wanasema hata hiyo mitandao imeenda kwa Adani, sijui inaenda wapi, hiyo pesa inakusanywa sijui inaenda wapi. Mimi sielewi. Viongozi tumeamua kuwa wezi na waongo. And we must stop this. Ndio dunia ifanye nini? Iendelee. Kama hatuachi watoto wetu watateseka. Nje ngora nyorande mimi napata hata nikiwafungulia message yangu hapo. Unapata mtoto wa mtu wako shule university. Ajalipa fees, ana chakula ya kukula. Anakuambia Paradiso nisaidie hata 100 ninunue sukuma leo. Na ilahali serikali iko na pesa. Inapatia MCA itaenda peana pasari. Inapatia mbunge enda peana pasari. Women rep peana pasari. Sijui ingine kwa governor. Sijui ingine kwa president. Kwani serikali haijui ni watoto wangapi wako Nyamiobo? Wako KMTC Kisii, wako University Kisii, itume pesa yote huko iwache kupeleka pesa kwa wanasiasa. Kwani haina hiyo namba. Na wao siku hizi ukienda kila mahali unaandikishwa. Why? Serikali si iko nayo. Kwa nini watupatie pesa? Tukue na committees sikule hiyo pesa kidogo. Mimi nianze kupatia wale marafiki zangu, nisipatie watoto wale wameteseka. Mbunga afanye hivyo, sijui nani afanye hivyo. At the end of the day, we waste a lot of money. Eti umepeleka kwa constituency, kwa MCA sijui nini. Hiyo pesa ingeenda shule, mtoto wa mtu aende shule, asome bila kuitisha mtu chochote. Hiyo ndio maisha.
ngia abantu bono abantu pesa ibwe, alafu watu wakuje kwangu asubuhi, mtu aniambie sina pesa ya kwenda hospitali. Serikali lipa pesa kwa hospitali, wananchi waende wafanye nini? Watibiwe. Hiyo maneno ifanye nini? MCA kazi yake sio kupeleka watu hospitali, kazi yake ni kutengeneza barabara na vitu vingine. Ngosengo etamolenza awe yega siku hizi. Mwate problem hapa. Hiyo ndio kazi na nitakana kufanya. Lakini kazi eti nimekosa chakula, nimekosa nini sasa? Hata mimi ile kidogo napata napeana mpaka nabaki sina chochote. Mwingine akikupigia hauna chochote cha kumpa, inakuwa ni matatizo kubwa. Mpeleke maneno Nairobi, madam, wewe ndio unapeleka maneno kwa Ruto. Makanisa yamesema Ruto ni muongo. Ama ni mimi nilisema? Yeye na serikali yake ni waongo. Wacha watu waambiange ukweli. Ukisema unafanya hii, fanya hiyo, maneno inafanya nini? Inaisha. Hata 2027 itakuwa ngumu sana yeye kuleta posta yake hapa. Tutatoa kama anaendelea namna hii. Na hii maneno yake ya kunyang'anya watu kila kitu. Taxes ukiamuka asubuhi nasikia ingine, kuna zingine zinakuja. Affordable housing. Sitaki niende huko nipige kelele. 70% ya wafanyikazi wacha wakue wafanyikazi watu wa hapa nyumbani. Hiyo ndio kazi. Tulileta, tunataka watu wetu wafanye nini? Waachiliwe. Nimewapa muda kidogo ya kujiseti. Nikiwapata hapa kesho kutwa, kesho ingine, kama hakuna watu wetu, municipality ni inaitwa nyumbani. Inaitwa nyumbani. Eti mtaenda msombe watu, mlete wote waje hapa? Hapana. Tutawapa nafasi ya 30%. Ingine ni sisi. Na nyinyi peleka hiyo maneno kwa Simba Arati. Mnamwambia hiyo maneno 70% ni watu wa Umachoge, ubaasi, kwa sababu wako kwa municipality, watu hapa round. Na sisi tunaonja hiyo mfupa. Sasa ile mnakula nyama, tuajie basi tuonje. Alafu kitu ingine mtapeleka maneno. Mumeanza kupeleka invoices. Mtu alikuwa analipa 10,000, saa hizi analipa 30,000 eti kwa sababu ni municipality. Sikatai, leta hizo vitu. Lakini wacha nikwambie sub county admin. Pesa wakati unataka tulipe inaandamana na huduma. If you don't give Ogembo municipality money, alafu nakuja kuokota pesa, hii hakuna. Nimewapa muda mfupi sana. Kwa sababu wafanyabiashara wameniambia mumeanza kuitisha pesa nyingi, na ila hali tukiitisha kwa county government watupatie pesa ya kufanya kazi kwa municipality, watu wako na vitina yao hawataki kuleta pesa. Nitakumbusha watu wakati wa Ongwae tulipewa 100 million ya kufanya maendeleo hapo Ugembo kwa municipality. Lakini saa hizi imepunguzwa mpaka imekuwa 20 million. We are not going to take that 20 million. I want to tell you. Nitakataa, hakuna ushuru, na nitakataa. Mnipe nafasi siku 2-3 hivi, kama mnaendelea hiyo, hakuna watu kutoa ushuru,
until mulete pesa yenye inatoshana na ile mnaokota hapa kwetu. Huwa sikubaliani wakati tunanyanyaswa. Mwisho kabisa, Madam DC na OCPD, mko na askari wachache. Wakati wa hao watu wetu wameenda wamechukua pombe huko nyumbani, kwa sababu kukunywa sio mbaya, lakini Proverbs 31 inasema wale ambao wanakunywa wacha wakunywe, kwa sababu nitawasomea, inasema mambo yao vile inaenda. Lakini sio watu waamuka asubuhi kukunywa wasiende kazi. Haiwezekani. We can't be a drinking constituency ama a drinking ward. Yaani watu wanaamuka asubuhi ni ulevi. Sasa wakati hiyo pombe imetolewa huko nyumbani, mko na askari wachache tena wanarudisha, wanawahusia tena wanarudi kuuza hiyo pombe. Maaskari wachache. Askari sheria imesema akikaa mahali miaka 3 aame, kwa sababu inawezekana amejuana na watu wameanza kukua mkorofi. Hata naweza kuwa amezaa watoto wamekuwa wengi, hao wametutosha wa miaka 3. Waacha aenda asae kuingi. Sini hivyo. Mtu akikaa miaka mingi ndio wanashirikiana kurudisha pombe nyumbani. Wacha wazee, watu wenye wanakunywa wazee wa miaka 60, 70, ukipata mzee anakunywa kitu yake amechoka, ana shida. Tena anakunywa kwa ustaarabu. Sasa vijana wa miaka 15, 20 hata wamekunywa, wamesahau kusaa. Ama sio hivyo. Bebile wakora kireki. Bebile koibora kiagera wakunywa mpaka basira. Sasa huko Central nilisikia wanawake wanatafuta wanaume waende kuwasalisa. Na sisi hapa nyumbani mnataka ikuwe namna hiyo? Haiwezekani. We must have strong men who can bear children. Watoto wakue, kwa sababu mimi Paradiso nikiondoka nila mtoto wangu akue na yeye atengeneze kisasi. Hivi we can have a community which does not make children. Kwani hiyo ni community ya aina gani? Itaisha. Kwa hivyo tuondolee hiyo tafadhali, ndio tuwe sawa. Mimi si waraumu kwamba mnafanya kazi mbaya. You are doing a wonderful job, but shughulika juu kidogo. Abantu wa Mintonto gende kwa legacy, barabara zetu sio mbaya sana hapa Ugembo, lakini kuna kwingine zimeharibika. Na niko na pesa mwaka huu ya kuhakikisha ngokora chionzi kiagera chibesa nimbegete. Wana gampro kiwa mentogende chiriji tikali Ugembo ma tutamaliza zote, na zile siko huko nyumbani tutatengeneza, kwa sababu procurement inaendelea. Labda by January tutaanza kuzitengeneza zote, maintain barabara zote togendelele weta. Alafu mwisho na agenda Nairobi graduation hiyo mwisho. Maisani zinawa na advocate. Huwa anajivunia, kwa sababu kama mzazi umepeleka mtoto shule, unajivunia mtoto wako anapoendelea. Sasa amekuwa advocate, wakili, maisani mkubwa. Hiyo ndio wazazi wanafurahia. Ukiwa na mtoto standard 1 umfundishe paka apande aende juu, si mnafurahia wazazi? Onekera na atebire ngati nkove imuno riyo kandete ko muunge na magosaro ngusene chingukina. No bolimu. Wano mwana akini kuru grase amenyo miaka yose ne nyare kan. Ala base komera chinderu primary. Tinta iti komera chinderu primary. Moje monkonye 2027 ya sawa uwanja. Chinderu jiji komera njigo chikingira gari kirena igreseko. Muroji kwenye timbu ati chinderu singi jabo na manyire ngo bandu mubunge na atukirenke muroji. Igo mumbu atisi na wongonya ko basaba. Na buno oyo makwana ntuntu taitsigi nje Paradiso miaka yonse na akorire siasa njitima itsigi. I will come to you ko everle go wancho ngechiku chikura gokora tingisa ini otebe Paradiso takora tiki daise nemanga na ichisegi aro ntu base kunyareta nyale bo basi tiga batuanga no, lakini ndu gasi tubo machoge ntu taitikire ntu taitisegi tiga tokoromore boyo kurigi chikura chia tiga etarigi abaye bereri mugwancha komoa mumo igo mogenda aba muikaransi muika gocha mogenda ngotumana ande so de rasi
njinande gento ntamaeti nugo chigokoera kando ng'aye bwikanko etindi ko aundi kando nyonkorete soda inche nkobaga atunyu tukura magana yakorekere oyo gateti ng'ariri ngosoka gujigari ng'a kwanye ba teyo igaga tokoenanira kiro montanyo tokorekere. Thank you very much, nimechukua muda lakini nashukuru na nawaombea mema katika mwaka Christmas ikia no mwaka muyumu umuyambe bano sana. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Thank you so much for your wisdom. Madam Commissioner, allow me now to in a special way invite our sub-county admin who will read the speech ya governor. Karibu sub-county administrator. Wanaendelea kushauriana kidogo ndio tuone program. Thank you so much for the change. SCC karibu. Thank you. Makofi kwa ward admin wetu Bwana Mauti. Makofi tena. Asante sana kwa vile umetuongoza. Ningependa niite wanakwaya wote. Kuna wimbo, sijui huo wimbo, kuna wimbo wa kanisa, si ndio? Najua ni kanisa. Na waita tuimbe sote wimbo huo wa Kikisii kabla tutamleta huyu ndugu wetu aweze kutusomea speech ya governor. Wanakwaya wote, nasema wote, okay? Si hao wote ni watu wa kanisa wote. Kwani makanisa wakijumuika hapa kuna makosa? Kwa hivyo mkuja basi. Ile kusema mharakishe ni kusemaje? Gorabwango, si ndio? Gorabwango. Si umeona Morisha tayari amefika mbele. Wapi wimbo? Geoffrey. Weka wimbo. Najua kutukuza Mungu na Mungu akifurahi anatembelea watu wake, si ndio? Ama namna gani? Kwa hivyo sio lazima uwe na uniform ndio ukue kwa kwaya, lakini hata kama una uniform na wewe ni mwanakwaya, ingia tu. Na mjipange kwa njia ambayo kwa kamera mtaonekana. Hii ni nafikiri hata wanakwaya kwa njia hiyo they are creating jobs in a way. Bwana Baradiso, sikuimba ukiweka wimbo ndio hiyo. Aya chingoro aya endelea. Muragwekebega gwetama kweli. Tunasimama wakumbuka. Tunasimama wakumbuka. Tunasimama wakumbuka. Tunasimama wakumbuka. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, moyenge Kenya yaitoa na kuweka tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, moyenge Kenya yaitoa na kuweka Kenya
Asanteni, makofi kwa wanakwaya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Muendelee kushirikiana kama makanisa na tuendelee kuombea nchi yetu. Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. Asanteni sana. Asanteni sana. Tukae tuende tu pole pole. Tuende pole pole. Okay, Bwana Mauti, unaweza tekeleza wajibu wako sasa wa kumleta sub county admin vile ulikuwa umejipanga. Yeah. Asante sana Commissioner, thank you so much. Naomba tutulie kidogo. Naomba tutulie kidogo. Asante sana Commissioner, thank you so much. Hiyo, that's a good one. Guest of honor, Madam Commissioner, now naomba uniruhusu nimuite our sub-county administrator akuja atusome speech ya governor. Mr. Admin, karibu sana. Asante Bwana Mauti, our ward admin for Wachipendele, ambaye ni mmoja wa our hosts for today. Our guest of honor, Madam Deputy County Commissioner, our area MCA, Bwana Paradiso. The security team wa sub-county yetu, my ward admins, ambao tuko na ward admin wa Bosot Sengera na yule wa Machoge Pass pamoja na Wachipendele. Wale wageni wote ambao walialikwa pamoja na vikundi mbalimbali vya makanisa mbalimbali, our opinion leaders, and not forgetting our chiefs, assistant chiefs, village elders na wananchi wote
ambao mmekuja hapa, na msalimu amjambo. Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. That's good. Nimefurahi sana kwa zile vikundi za makanisa kwa ile wimbo ambao umeimba hapa, na kwangu hiyo ilikuwa kama ni kelele ya kukaribisha speech ya gavana. Mimi ambaye naongea naitwa Kenneth Anyeni. Kenneth Anyeni ndio sub-county administrator wa Machoge Chache. Mimi ndio nasimamia shughuli zote za county ambazo ni za kiofisi kwa hii constituency ya Machoge Chache. Niko mgeni kiasi kwa kuwa hapa, ndio nimemaliza mwezi moja, lakini kwa kazi nimefanya kwa muda ambao sio kidogo. Na kwa siku ya leo shughuli yangu ya muhimu sana ni kusoma speech ya gavana, na ninawaruhusu nipatie nafasi na msikize hii speech ya gavana, ndio ujue vile mpangilio ya gavana wetu kwa hii sub county na county mzima. Asante sana. County Government of Kisii, speech by His Excellency Paul Simbarati, Governor Kisii County, during celebration to mark the 61st Jamhuri Day at Nyantrago Stadium, 12th December 2024. The Deputy Governor, Hon. Elijah Obebo, the County Commissioner, Mr. Joseph Kibet, area MP, members of the National Assembly present, the Speaker of the Kisii County Assembly, Hon. Dr. Philip Nyanumba, members of the Council Executive Committee present, County and National Government staff, distinguished guests. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I address you today on this historic occasion as our nation marks 61st years of independence. Allow me to extend my warm greetings to the people of the great county of Kisii and to all Kenyans, wherever they may be, both within our borders and beyond. The significance of Jamhuri Day cannot be overstated, as it offers us a moment to reflect on the day Kenya achieved self-rule and the struggle that led to that momentous event. This day serves as a reminder of the courageous and selfless sacrifices made by our freedom fighters, who gave their lives to liberate us from the chains of colonial rule that held us for so long. As we pause to reflect on the journey of independence, we are filled with confidence that the future of our nation is indeed bright. Our default system of governance, which brings together 48 counties in one united Republic of Kenya, stands as a strong foundation for building citizen-centered governance and fostering national development. As a nation, it's essential that we reflect on our past and honor the sacrifices made by our heroes in shaping the self-determination of our country for future generations. Today presents a significant opportunity to recognize and value the tremendous contributions of those who fought for our independence. We also take this moment to commend Kenyans who continue to play an active role in enhancing our national prosperity, whether through agriculture, healthcare, education, sports, or entrepreneurship. These individuals embody the true spirit of Jamhuri. Moreover, we express our gratitude to the generations of patriotic Kenyans whose unwavering commitment led to constitutional reforms and the establishment of devolution. It is in this very spirit of devolution that we gather here today in Nyantrago to celebrate Jamhuri, far from the central hub of Kisii. In light of the significance of Jamhuri Day and its impact on our unit as a nation of 48 counties, I reaffirm the Kisii County Government's dedication
to fulfilling the development objectives outlined in our manifesto. Since I came in as your governor, my goal has been to build an environment that promotes the county's growth and empowers its people. To achieve this, I have concentrated on 5 core areas: evolution and governance, wealth creation, sustainable environment conservation, social development, and leveraging ICT as a tool for progress. These focus areas are in direct alignment with the national government's development priorities. Ladies and gentlemen, in line with this year's Chamul Day theme, jobs, labor, migration, entertainment, and entrepreneurship, my administration is endeavoring to create employment opportunities to our youth through various mentorship programs in partnership with financial and non-financial institutions and other agencies like the Ajiri program. Ladies and gentlemen, the Kisii County government has initiated a number of projects in all departments. In the health sector, we have implemented reforms at the Kisii Teaching and Referral Hospital, KTRH, as well as all level 4 hospitals. As you are all aware, we have improved on revenue collection at KTRH and the other outlying facilities. In human resource development in the health sector, we have sent a number of officers for further training in various specialties for career progression. In addition, we have promoted more than 1,000 healthcare workers in all cadres who have stagnated in the same job group for many years. This is in our efforts to appreciate and motivate them to continue serving the public better. At the same time, we are in the process of filling those positions that required competitive promotions. Interviews are ongoing, and the vacancies will be filled upon completion of the process. In the sub-counties, we have set aside substantial resources to complete various stalled projects in all the 45 wards to ensure that our people get the much needed services. Some of these projects include the upgrade of Nyamache Sub-County Hospital, where we have allocated 30 million Kenya shillings for renovation this financial year. At Ogembo Level 4 Hospital, we have availed 300 million Kenya shillings for infrastructure upgrading. In the Department of Education, Manpower Development and Vocational Training, I am happy to report that with the support of the County Assembly, we introduced the County Bursary Program, where we initially dispersed a total of Kenya shillings 145 million, with each of the 45 wards receiving Kenya shilling 3 millions in the first batch. This year, we increased the allocation of Kenya shilling 225 million, with each ward receiving a total of Kenya shilling 5 million. To improve infrastructure in our running institutions, in the last financial year, we have invested heavily in the construction of modern ECDE classes and vocational training facilities across all the 45 wards. Additionally, we have employed additional teachers in our ECD centers and the instructors to technical training centers on permanent and pensionable terms. The officers were among the 179 workers who have been working at the Kisii County government for more than 2 years without salaries, and they joined the county payroll after the completion of a verification exercise held by the County Public Service Board. The workers include 42 vocational training instructors, 45 ECD teachers, 60 agricultural officers, 3 clinical officers, and 3 administration officers.
a total number of 165 teachers who are above the age of 45 and their contract enhanced. I directed that the Public Service Board to expedite cases of 12 officers from various departments I directed that the Public Service Board to expedite cases of 12 officers from various departments and 13 ECD teachers who exceeded the advertised so that they can be considered for absorption. On infrastructure, roads and public works, I'm happy to report that we have made significant progress over the past 1 year based on the feedback my office receives from the residents. Further, we have altered the mode of operation in the procurement of roads and infrastructure services. Effectively, this financial year, we seek to cascade the constituency-based 9 road contract mode to be based in the 45 wards to improve efficiency. Apart from having all county roads gravelled to all weather standards, going forward, my plan is to have all our roads in the rural areas paved to blacktop and level, and those in the urban areas to capital paving. In agriculture, which is the backbone of our economy, we are focusing on agro-processing, value addition, and marketing to increase returns to our farmers. We shall continue investing in empowering farmers with entrepreneurship skills and link them to markets to ensure they reap maximum returns from their sweat. At the same time, we have actualized the banana and avocado factories at ATC and to support the value chain. We have established an avocado nursery where farmers are accessing seedlings at affordable rates. Ladies and gentlemen, in the area of water, environment, energy, and climate change, we are resolute of protecting the environment and the sustainable use of existing natural resources through participatory management, planting of water-friendly tree species, conservation of forests, and the restoration of water, and all education stakeholders who play a crucial role towards the success of their students. As the 2024 candidates are waiting for results of their just concluded national examinations, I wish them all the best as I urge parents to remember that amidst of these December celebrations, they have a responsibility to ensure that runners get back to school come January. So enjoy responsibly. I call upon parents and the guardians to shun fights of the outdated and the retrogressive female genital mutilation, that is FGM, that have caused permanent physical and psychological harmful effects to our women and girls. Let our young daughters grow as God created them, and this will give them an opportunity to effectively compete with their male counterparts. Finally, I wish you a happy Chamul Day, a Merry Christmas, and a prosperous New Year. I thank you. Kwa hivyo, hiyo ndio ilikuwa speech ya gavana yetu, na baada ya kusoma hiyo, mimi sitataka kusema mengi kwa sababu vile tunaendelea, unajua pia guest of honor ako karibu na anataka kucha ili aweze kuwaletea ujumbe ya His Excellency our President. So I will only talk on 1-2 things. Vile mwanzoni niliwaambia, sisi kama county government kazi yetu ni kushughulikia zile department ambazo siko developed. Mambo ya afya, barabara, mambo ya biashara, zile zingine zote, mambo ya ukulima, na kwa sub county yetu mpaka kwa ward zetu
tuko na wale maofisa ambao wanasimamia hizo kazi, na tunataka wafanyie wananchi kazi, kwa sababu ndio sababu tuko na ndio sababu tunatoa msaada. Na ninyi kama wananchi, mahali mnaona kazi yenu haiendi vizuri, mko na ruhusa ya kuongea na maofisa wetu, na wale ambao amufikii, mimi nataka kuwakaribisha mkuje mpaka kwa ofisi yangu. Na vile nimekuja hapa pia nimeweka, niko na taratibu, nataka pia na mimi nisunguke niwatembelee karibu na ninyi, ndio nijue ni nini inaendelea kwa sehemu zenu katika zile department ambazo tunahusika nayo kama county. Vile mheshimiwa aliongea kweli, Ugembo sasa ni municipality, na serikali imefanya mpango, kuna bodi ya municipality na mpaka manager ameingia. Angekuwa na sisi hapa leo, lakini kwa sababu hii ndio ilikuwa karibu celebration yake ya kwanza, alienda kujumuika kuungana na gavana wetu huko Nyantrawa. Kwa hivyo kuanzia sherehe nyingine kwenda mbele atakuwa anakuwa na sisi. Tunapatiwa municipality kwa sababu tauni yetu imegrow na watu wamekuwa wengi. Kwa sababu watu wanakuwa wengi, mahitaji yao kwa municipality ama kwa tauni yetu pia nayo yamekuwa juu. Kwa hivyo municipality imekuwa ndio iweze kufanya zile shughuli, ile mpango ambayo itashughulikia wananchi. Na vile mheshimiwa alisema, mimi najua juzi tumeanza shughuli, hata kuna mahali tunaona watu wanauzia vitu kwa barabara. Kwa hivyo tumejua njia, tumetafuta namna ya kuwatoa kwa barabara. Tumeanza kuongea na wafanyabiashara ndio tuweke mpangilio, ndio hata wananchi wakiingia kwa hiyo town wanaitembea vizuri, kile kitu wanataka wanaona mahali iko, na hata wafanyabiashara mimi najua ndio watafaidika zaidi, kwa sababu hata ile vitu yao wanauza itaonekana vizuri, kwa sababu ile nimekuwa naona huko ile space iko ni kwa ile ni kwa barabara, mahali ambapo ni ya magari kupita, lakini mahali ya watu kupita haionekani. Kwa hivyo hiyo tumeanza, and in the next 1 month I think mkikuja huko mheshimiwa, angalia, utaona kuna utaratibu umeingia, na tutakuwa tunashirikiana na ofisi yako, na ile utaratibu tutaweka wale ambao hawatataka kufuata, tutashirikiana mpaka national government, kwa sababu hatutaki mtu apate accident kwa sababu anahusia kwa barabara. Hiyo itakuwa mbaya. Sisi tukikupanga mahali unafanyia, ufanyie huko. Hiyo ndio maendeleo tunataka. Na kama wananchi, ile kitu mnaangalia mnaona kwa hiyo town inaenda vibaya, umekaribishwa kwa ofisi ya manager, kwa ofisi yangu, mseme, kwa sababu sisi tunataka kujua ile ni mbaya, turekebishe iwe mzuri. Sasa niruhusu niseme kitu moja, kwa sababu shida zinakuwa na tunapigana sisi kwa sababu ya shida. The theme of this Jamhuri Day more especially is job creation. Mimi nataka kusema kwa serikali zetu sote zimejaribu kwa mambo ya masomo. Ile shida mahali tunaona iko ni kwa watoto wetu kupata ajira. Na tunasemanga mtu ukiwa na shida ndio unafikiria zaidi utafaidika namna gani.
Kuna zile kazi siku kwetu hapa ambazo kulingana na wale watoto ambao wamefusu siko chache, lakini pia mnaona from national government, His Excellency our President and the minister in charge, they are working to see that they are securing jobs for people who are going outside. His Excellency our Governor, he has brought a very good program inaitwa Achi. They are training our youths wajue mambo ya kompyuta, na ninyi kama wazazi tafadhali weka watoto wenu kwa shule, wahimize hii kompyuta sasa imekuwa ni kama rule, na mtoto yoyote mwenye ako na hiyo experience hata ako na njia ya kupata kazi ambayo atakuwa ako hapa Kenya, lakini anafanyia hiyo kazi anaifanya nchi za nje. If I can give you a testimony as a parent, last month I was a very happy person kwa sababu nilipata mtoto wangu akiniambia, daddy, unajua nimetafuta kazi online na nimepata. Nikamuuliza ni kazi gani? Akaniambia, I'm now working as a productivity assistant. Ofisi yangu iko Western, kampuni ya wa Amerika. Mimi naripoti kazi saa 1 ya jioni, tunafanya mpaka saa 9 ya usiku, na ile kazi tunafanya na wa Amerika. Si mnaona teknolojia nzuri? Sasa ndio nataka, umesema ni wajaje, na ndio sababu nasema ndio ni wajaje, lakini tukijua zile njia tunapitia watakuwa wengi. Ndio maana nasema tuwe na hiyo experience, tuwe na hiyo masomo kwa watoto wetu wa kompyuta, ndio wajue vile wanatafuta hizo kazi sikiwa huko, wakiwa hapa wakifanya na wakikura msaada, wakikura dollars. Hiyo itakuwa ni mzuri. Kwa hiyo mimi kwa upande yangu tunaelekea kwenda kusherekea Christmas. Mimi nawatakia nyote Christmas njema na mwaka mpya wenye baraka. Asante sana. Makofi tena kwa Sub County Administrator ambaye ametusomea hotuba mzuri sana ambayo imejaa hekima ya Governor wetu Bwana His Excellency Paul Simba Arati. Kuna vijana hapa tunapoongea tunazungumzia kupata kazi ya majuu. Majuu ni wapi? Ni wapi? We have some creative dancers with us. I would like to invite them. Create youths. Kuna vijana ambao wako na umaarufu fulani wa uimbaji. Ningependa niwaite pamoja na makanisa vile vile, wale ambao walikuwa wamekuja hapa mbele, alafu tujiunge pamoja na mheshimiwa wetu James Ondari Baradiso, na kwa heshima sana tutakuwa na Madam PCC wetu na timu yake ya security. Wapi wale ambao si unaona vijana chipukizi ambao nafikiri wanakulia kucheza nyimbo mbalimbali za kutumbiza watu. Makanisa tuchunge na hawa kabla wimbo uchezwe. Tafadhali ningependa kuona makanisa wote wala wanakwaya ambao walikuwa wamekuja hapa. Tafadhali na waomba kujeni tu. Hii ni sherehe ya Jamhuri Day. Ama mtaka kucheza na vijana hao peke yao? Kumbe mnapenda kuangalia.
Okay. Hata madam wetu, Madam DCC, nilikuwa karibu kumwita mgeni mheshimiwa, kumbe sio mgeni, ni mwenyeji. Sawa sawa, amesema hata vijana waweze kucheza peke yao. Karibuni vijana, tunawapa nafasi. Makofi wanapojiandaa. Makofi tena. Karibuni, karibuni. Juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu 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 sana. Sisi wa Kenya tunawe juu sana. Ni mkurugenzi mzalendo, black, red and green. Najivunia sna maneno young, fresh and free. Niko huru, raia bariani clean. Patriot before Mariga Bebe Champions League. Kaza mikuti bendera zipepe kumwaka. Nasikia ripoti magari zinapita jumbaka. Moja ni nguvu siuishiki Harambee. Lazima magoti mapaja ndo upate mguu kaka. Mkenya halisi, nasikia ifiche inaonekana kwa rahisi. Mboka inapigwa Rais Kibaki akatuletea masomo ya bure. Rais Uhuru ametuletea maendeleo. Juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu 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 sana. Sisi wa sana, asante sana. Ni vile kuna hata chiefs ambao bado ni vijana, lakini ni kwa sababu tu hawakuwa wamejifunza huo wimbo, wangecheza na wao, si ndio? Okay, kwa hivyo kama vijana wamemaliza yao, wanakwaya wa kanisa bado mnaokopa, simkuje basi.
ama niwaimbishe moja ya vijana? Kujeni basi wote wana mnataka aje? Okay, unajua nini? Nafasi itapatikana baada ya speech. Lakini hii ni ya kujumuisha kukukaribisha DCC. Na huyo ni mtu wa kanisa anasema hivyo? Ama sio mtu wa kanisa? Ni sawa. Ni sawa. Okay, wana wa kanisa wote karibuni hapa. Tunaenda na mpangilio. Tunaenda na mpangilio vile ratiba ilipangwa. All the administrators please come tukiongozwa ama hiyo imeisha. Kama mnasema ingine labda hawakupewa nafasi, kwa hivyo wote waacha wote tukae. Sawa sawa? Okay, kwa heshima mnisaidie kutengeneza hapo mbele. Kwa heshima kubwa tungependa kumkaribisha Madam TCC aweze kutusomea hotuba ya rais, na anapokuja sote tunapea heshima ya kusimama. Tusimame sote kumpea nafasi Madam TCC karibu madam. Okay. Anapokuja kuna ule wimbo wa Jamhuri tutakuja kuimba pamoja hapa mbele. Administrators kidogo na Paradiso. Watu wasipoona Paradiso hapa mbele ni kama hatujafika kwa ward. Security team, accompany the DCC, administrators, all uniformed officers. Kama uko na uniform kuja hapa mbele. Huo wimbo wa Jamhuri tafadhali. Sasa tutaimba wimbo wa kusherekea Jamhuri Day kama wafanyikazi wa serikali walio na uniform ama inaitwa nini? Ya mcheze wimbo. Geoffrey uko wapi? Ngojea bandi baadaye. Hii ni ya uniformed officers peke yake. Hii ni ya uniformed officers peke yake. Mwenye kuweka band itakuja baadaye. Sawa sawa? Sunana wako tayari? Madam CBD hapa tayari ameanza ku practice. Are you set, Geoffrey and any uniformed officer ambaye yuko hapo karibu hapa mbele? Najua Makinda kuna kazi. Okay. Wale wote ambao wanaongozwa na Madam Amaki tunasonga mbele katika ofisi ya DC, jeni hapa mbele. Tunasonga mbele watu wote, haya sisi sote wananchi tushangilie. Kenya
bado hata mjashika moto. Madamosi piti bado hujaimba. Washangilie maafisa wa serikali wanapoimba. Kuna wimbo wengine unakuja, ngojea ya specially for the DCC and all of us. Okay? Tushangilie ke. Musiende tafadhali. Kwani umechoka? Paradiso unachoka mapema hivi? Si ndio wimbo unakuja tena? Jamhuri. Si ni siku ya Jamhuri. Tufurahie. Happy Jamhuri Day. Na mkikisikia mko na raha, mnaweza simama mkiwa hapo tunapoendelea kuimba, si ndio? Lakini kusimama tu kwa sababu una uniform, usikuja hapa mbele. Jamhuri Day. Miaka mingi imepita, Jamhuri yetu Kenya. Miaka mingi imepita, Jamhuri yetu Kenya. Haya sote wananchi tushangilie. Jamhuri, Jamhuri, Jamhuri.
Asanteni, makofi kwao. Asanteni sana, asanteni sana. Eko jamhuri, eko jamhuri. Kenya yetu inaenda wapi? Inaenda mbele, inaenda mbele. Sawa sawa. Huu ni wakati wa kusoma hotuba wa rais, na karibisha Madam DCC wetu aweze kuendelea. Karibu sana Madam. Asante Madam Senior Chief. Kwa hiyo Mwabuli uweze kusaidia Madam DCC. Karibu. Security team ya Bucha sub-county tukiongozwa na Madam the sub-county police commander, the administration police commander, our MCA, our member of county assembly, the representative of the MP's office, officia governor, that is the county government, ikiwakilishwa hapa na the sub-county administrator na officers wake, viongozi wote, youth leaders, clan elders, opinion leaders, the municipal, viongozi wa municipal yetu ya hapa Ugembo, viongozi wa kanisa, viongozi wote wa tabaka mbalimbali kama vile wa community policy na nyumba 10, watoto wetu, mabibi na mabwana, na pia maofisa wote wa serikali ambao wako hapa, ma chiefs wetu, ma assistant chiefs, the assistant county commissioner Ugembo division, na wale wote ambao wamejiunga nasi, hata wageni labda wale wametoka mbali. Nataka kusoma hotuba ya mtukufu rais wakati wa sherehe za siku hii ya leo Jamhuri, mwaka tangu tupate uhuru, miaka 61. Nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Speech by His Excellency William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces during the 61st Jamhuri Day celebration, December 12, 2024, and he's celebrating it with the Kenyans in Uhuru Gardens, Nairobi. It is with immense pride that I join you in celebrating the 61st anniversary of our nation's birth. At this pivotal moment, we reflect on the value of our sovereignty and celebrate the enduring legacy of those whose
patriotic efforts took down the bastions of imperialism. Their sacrifice set our republic on the path of liberty, unity, peace, enterprise, and democracy. Today, we affirm by reflecting on what we have accomplished since raising the flag of a nation, that by staying true to our national identity, we have remained consistent through seasons of abundance and scarcity. We assert our essential collective character defined by the values and principles that inspired our forefathers to struggle and sacrifice, persist and persevere, endeavor and endure until oppression gave way to freedom, exclusion gave way to unity, and marginalization gave way to equality. We remember that our nation was born from the painful sacrifice and the tireless, often lonely and growing efforts of men and women, driven by the conviction that their sweat, tears, and blood were a worthy price to pay for ushering millions of their brothers and sisters from the dark, cold night of imperial brutality into the warm daylight of freedom. Before 1963, our people were compelled to work hard to enrich colonial settlers. After 1963, our people labored by choice to provide for their families and build our nation. Before 1963, education, health, and personal security were privileges reserved for the colonial elite. After 1963, they became the right of all citizens. Before 1963, African people existed to be seen and not to be heard. After 1963, we reclaimed our inalienable sovereignty to its fullest extent. The year 1963, therefore, marked Kenya's profound moment of historical change, yet it also represents an equally fundamental moment of ascension and defining continuity. Our circumstances changed forever, and our horizon was illuminated by the forces of possibility, the dawn of opportunity shining brightly. Yet our values, hard work, unity, and determination remained constant. We applied these same principles to building our nation after preparation. There is an important point worth emphasizing. In our time, our generation must never focus so much on the present that we forget where we were only 6 decades ago. We must not ignore the fact that our freedom, democracy, and development were achieved through the contributions of millions of determined patriots, nor should we underestimate the time and patience it took for these small progressive efforts to accumulate into an unstoppable momentum towards freedom and nation building. It may have been easy to despise individual freedom fighters as they ventured into a forest of uncertainty and to underestimate their ambition to free Kenya from colonialism. Yet, that is precisely how we gained our independence. Courage and hard work, determination and patience, and the confidence that we are not alone are always what it takes to make meaningful strides as a nation. Today, I want to encourage my fellow citizens to keep this perspective in mind. As we aspire for more and better, we must not give way to despair, pessimism, or skepticism when faced with challenges, but instead forge our path forward with courage, hope, determination, and ambition. I declare my unwavering faith in the ability of our people to interrogate policies and hold the government accountable. This is the essence of democratic freedom. A civic duty for citizens, a responsibility for leaders,
and an unnecessary imperative for our success and progress. We have experienced a particularly challenging time as a people, largely owing to dynamics beyond our control, resulting in a high cost of living, greater difficulty in finding employment, and fewer opportunities for entrepreneurs. Consequently, there was widespread anxiety about the economic stability of our nation, demanding urgent and appropriate interventions and effective solutions. The bottom-up economic transformation agenda was inspired by our determination to confront these fundamental challenges directly and with ambition. Our aim was, first, to lay the foundation for robust economic activity to generate millions of opportunities at the bottom of the economic ladder each year and drive some substantive, inclusive, and sustainable growth. Our key priorities were to reduce the cost of living, stimulate enterprise, boost productivity, create jobs, foster a conducive environment for institutional and infrastructural development, and promote investment in manufacturing, industrialization, and export competitiveness. As a starting point, it was critical for us to tighten our belts and make significant sacrifices to reset our public finances on a sustainable path, enabling intensified investments in the strategic pillars of our plan and the cross-cutting enablers of rapid transformation. I acknowledge the work we have done and the milestones achieved in creating the necessary conditions for progress in every value chain that supports the pillars of our plan. There is a time to resist and a time to accept, a time to deny and a time to admit, a time to doubt and a time to believe. In the face of undeniable evidence, skepticism must give way to confidence, and we must reject the deceptive embrace of disinformation and fake news. The results and positive impact of our collective pursuit of fundamental economic change can no longer be wished away. Ladies and gentlemen, financial inclusion is now a reality for millions of Kenyans. The Hustler Fund is marking its second anniversary on a highly successful note, having empowered Kenyans by lending a total of Kenya shillings 60 billion so far, liberating millions from predatory lenders and precarious financial situations, enabling them to meet their needs, fund their hustles, and build their credit scores. Our ongoing conversation with borrowers focuses on concerns related to the short borrowing duration, modest loan amounts, and the time required to increase borrowing limits. In response to this feedback, the fund has designed a new product, the Bridge Loan. It has designed a new product that is called Bridge Loan to help Kenyans with good credit scores transition from personal loans to enhanced facilities, offering large loans amounts offering larger loan amounts with longer repayment periods. This will enable Kenyans to pursue bigger opportunities and better investments. Ladies and gentlemen, not only have we registered successful historic gains against the shame of hunger for 3 seasons, but we are also firmly on the path towards surplus production. This impressive rise in productivity has multiplied the incomes of farmers in the maize, tea, sugar, coffee, and daily value chains. There is no doubt that this agricultural transformation is a direct result of our strategic decision to shift public resources from consumption subsidies to supporting productivity. Food is now more accessible to households than before,
And as I stated in the State of the Nation address, our country now boasts substantial national food stocks, 95 million 50 kg bags of maize, 9 million bags of beans, 10 million bags of wheat, and 2 million bags of rice. Step by step, we are building a food secure Kenya where every family can afford and access a meal. Farmers have brought more land under cultivation and produce much more per acre than before, thanks to the timely availability of subsidized inputs and extension services. Agro-industries have more raw materials and value addition is on the rise. The agro-industrial sector is also creating more jobs each year as we gear up to compete in various export markets driven by expanding intra-African trade, opportunities in the European Union and United Kingdom markets, and our growing competitiveness in global markets. Ladies and gentlemen, the bottom-up economic transformation agenda prioritizes digital transformation as a cornerstone of inclusive economic growth. This is why we are undertaking an ambitious expansion of our national digital infrastructure by deploying a fiber optic network to connect over 74,000 public institutions and establish 25,000 public Wi-Fi hotspots, because digital transformation is a critical enabler in creating opportunities across all sectors. We intend to use this infrastructure to extend internet connectivity to 8.5 million homes and business and eliminate the digital divide which undermines technology inclusivity in homes, schools, villages, and counties. I take this opportunity to affirm the significant progress already made, which is accelerating due to the digitization of government services. Through the eCitizen portal, we have digitized 20,855 government services, streamlining public service delivery, enabling or enhancing transparency and efficiency, eliminating opportunities for corruption, and increasing the visibility and mobilization of public revenues. The transformative power of this single initiative to improve citizen experience with public services and enhance the government's ability to manage public resources effectively highlights the immense value of digital transformation. Additionally, our digital transformation strategy is making significant contributions to skills development and job creation. For example, Ajira Digital and Jitume Digital are advancing our vision to equip 20 million citizens with ICT skills, fostering entrepreneurship, and enhancing inclusive digital literacy. In other words, an additional 20 million Kenyans are being prepared for high productivity in the digital economy. We have also adopted the integration of creative industry courses into technical and vocational colleges as a reliable mechanism to build a skilled workforce. These robust measures form the foundation of our strategy to promote the emergence of a fully fledged digital economy, leveraging Kenya's position as a regional hub for software development and digital exports. These initiatives are supported by key interventions such as the establishment of institutional and incentive frameworks to promote investments, foster collaboration, and encourage the transfer of digital technologies with a particular focus on AI and blockchain. Through these efforts, we are empowering local digital innovators and tech entrepreneurs to drive economic diversification and resilience. Ladies and gentlemen, the discourse around universal health care remains lively, with concerns
being raised about eligibility for coverage, the capability of the facilities to deliver services, and the alignment of contributions with benefits. Under Taifa Care, our inclusive, universal, efficient, and transparent healthcare services model, we are implementing a transition on an unprecedented scale. We have successfully transitioned 5.6 million citizens from the National Health Insurance Fund and registered 11 million Kenyans under the Social Health Insurance Fund. This means that in just 2 months, 11 million Kenyans who previously lacked access to healthcare services are now registered, with the registration process going on. Let me repeat this. This means that in just 2 months, 11 million Kenyans who previously lacked access to healthcare services are now registered, with the registration process going on full stream in every part of Kenya. I commend Kirinyaga, Nyeri, Bomet, Embu, and Lamu, the 5 leading counties so far in Taifa Care registration. At the same time, I encourage the people of Marsabit, Garissa, Mandela, West Pokot, and Turkana counties to mobilize, register, and take advantage of the benefits of this transformative program. Taifa Care ensures healthcare access for all registered citizens without transmission of. Taifa Care ensures healthcare access for all registered citizens without discrimination of any kind. The program has accurately determined the cost of each healthcare service and product, ring-fence resources for equipment and facility improvements, and leverage digital technology to radically enhance the management, coordination, and delivery of healthcare, promoting efficiency, transparency, inclusivity, and sustainability. No public service delivery project of this scale and ambition has ever been undertaken in the history of our country. We are confident that we will quickly surpass the 16.5 million citizens so far registered and provide all Kenyans with high-quality healthcare that is efficient, effective, affordable, and sustainable. Having said this, I wish to ask you this important question. Have you registered? Those who have registered often find that many of the issues, concerns, fears, and questions are fully addressed to their satisfaction. I therefore encourage every Kenyan to register and enjoy the fundamental constitutional right to healthcare. Ladies and gentlemen, after 2.25 years, the decent, durable, dignified, and affordable houses we promised Kenyans are finally here. Since September this year, 1,200 affordable housing units have been completed. Additionally, the State Department of Housing has advertised 4,888 units available for sale to the public through the Bomayangu platform. Our goal to increase the number of mortgages from 30,000 to 1 million has now shifted gears. Our delivery pipeline for affordable housing now has a total of 124,000 units at various stages of development across Kenya, while a total of 840,000 planned projects over the next 4 years are projected to create 1 million jobs. Ladies and gentlemen, despite the multiple challenges and crises we have had to grapple with, we have succeeded in keeping our commitments, taking steady steps towards our aspirations, and moving our nation closer to its destiny. Work is underway across the country, and opportunities are opening up for many citizens, especially the youth. Over the past 2 years, the number of employment opportunities has increased with new jobs for teachers, agriculture sector workers, healthcare professionals, building and construction, seafarers, and outside Kenya under our labor mobility program. The affordable housing strategic pillar of the bottom-up economic transformation agenda has so far created 200,000 jobs
and thousands of indirect opportunities across the building and construction value chain. The universal healthcare coverage pillar has engaged 107,000 community health promoters alongside other healthcare professionals employed to support our vision of a functional national healthcare system. In addition, jobs will be created in healthcare innovation, service delivery, and ICT support for the digital health system, unlocking opportunities nationwide. Furthermore, we have recruited 56,000 teachers to address the chronic teacher shortage and moved the national teacher-to-student ratio closer to the United Nations recommendation of 1 teacher for every 40 learners. This December, we are hiring an additional 20,000 teachers, while our rejuvenated micro, small, and medium enterprises have created 840,000 jobs this year. To address the urgent need to create opportunities for the hundreds of thousands of young men and women entering the labor market annually, we have expanded the employment opportunity spectrum and implemented strategies to secure jobs abroad to facilitate mobility and placement of suitably qualified Kenyans. Since September 2022, more than 243,000 Kenyans have secured international job opportunities in the healthcare, agriculture, and construction sectors, among others. And in the last 2 months alone, 12,000 have secured jobs abroad. So far, we have completed bilateral labor frameworks with 7 countries, while agreements with 2 more countries are awaiting signature. Additionally, agreements with 13 other countries are at various stages of negotiations, and we project to connect up to 2 million Kenyans with jobs abroad once completed. Our digital superhighway and creative economy program, which involves laying 100,000 kilometers of last mile fiber optic infrastructure and establishing digital hubs nationwide, is designed to create digital jobs at the grassroots. To date, 690,000 citizens have been trained in digital skills through the Ajira and Jitume programs in various learning institutions. TVETs and constituency innovation hubs, out of which 180,000 youths have already been linked to online job opportunities, well on track to creating 1 million jobs through this program. Our special economic zones and exporting processing zones are boosting investment, manufacturing and exports, creating jobs and increasing national wealth. In the last 2 years, we have licensed over 80 companies. We have licensed over 80 companies within these zones, creating 14,000 jobs. The 6 export processing zones flagship projects in Busia, Kirinyaga, Murang'a, Eldoret, Kwale, and Nakuru are now being developed. Are set to generate 30,000 more jobs. Additionally, the ongoing operationalization of Dogokundu and Naivasha special economic zones will create 26,000 jobs, facilitating private special economic zone investments and supporting county and public special economic zones operations. At the same time, our youth are actively contributing to climate action. Urban neighborhood improvement, and landscape restoration through the Kenya Urban Resilience or Climate Work X program. Recognizing the urgency, scale, and importance of these efforts, Climate Works is designed to be ambitious. So far, 21,560 Kenyans have been engaged in Nairobi, with nearly half, 48% being women, reflecting a strong commitment to gender parity. The program will soon be expanded nationwide to engage 200,000 young men and women in critical infrastructure and environmental projects,
within our towns and communities. This initiative not only offers opportunities, but also empowers youth to strengthen the foundations of urban living and tackle climate change. We are also investing in local content creation to enhance the quality and competitiveness of Kenyan creative products for export, while facilitating the development of digital platforms to distribute Kenyan creativity to global audiences. I'm confident that we are firmly on course to transform opportunities for our creative industry. I salute the actors in our creative spaces whose work brings life to our citizens. I salute the actors in our creative spaces whose work brings life to our cities, streets, and screens. Yet their achievements are overshadowed by injustice. Musicians, who are the heartbeat and soul of our culture, have long been denied their rightful earnings. It is unacceptable that an artist earns as little as 10,000 shillings a year, while those tasked with collecting their royalties pocket millions monthly. This injustice must end. The Kenya Copyright Board, in conjunction with industry players and e-citizen, must establish a transparent, real-time system for royalty collection and distribution to rightful owners and beneficiaries. As we champion this cause, Kenya is also preparing for global leadership by bidding to host the 2026 World Creative Economy Conference, signaling our commitment to celebrate our talent and showcase our vibrant culture to the world. Hosting this conference will be a bold declaration of Kenya's leadership in the creative economy. Our committed interventions are creating jobs and opportunities, and this is only the beginning. We are building on the foundation we have laid to create more jobs going forward. The essence of the bottom-up economic transformation agenda world. Hosting this conference will be a bold declaration of Kenya's leadership in the creative economy. Our committed interventions are creating jobs and opportunities, and this is only the beginning. We are building the foundation we have laid to create more jobs going forward. The essence of the bottom-up economic transformation agenda is to enhance our capacity for incremental achievement and thus accelerate our progress in delivering our commitments for the benefit of all Kenyans. What I wish to emphasize on this Jamhuri Day is that regardless of how difficult circumstances get, and despite obstacles, resistance, and anxiety, it remains the mandate of leadership to keep true to their word and the duty of government to deliver. We have every intention of fulfilling our commitments and are at the point where the first projects are successfully entering maturity. The deliberate and intentional effort to develop effective strategies for creating employment opportunities within our broader economic transformation agenda is bearing fruit. From the current numbers, it is clear that employment opportunities, whether domestic, international, or online, will increase significantly in the coming days. We are determined to build a labor market capable of absorbing as many jobs seekers as possible, cognizant of the output of our education and training institutions, which produce talented, skilled, and motivated young people. By doing the hard work and heavy lifting now, we are laying the foundation for citizens to seize opportunities in the future. As we do this, let us reflect on the lessons of history and rise above our political differences to deliver for Kenya. Those who came before us overcame far more turbulent divisions to score a historic victory whose everlasting legacy benefits us today and will endure for prosperity. As they fought hard to reclaim our sovereignty, the enemies of our freedom deployed state-of-the-art technologies of the time,
the radio and the airplane to disseminate disinformation and propaganda. This was meant to discourage, trick, and deceive people that freedom fighters had been defeated and that their leaders had been captured and neutralized. Our heroes and heroines were not deterred and inspired by the righteousness of their cause and the transformational moment they were in, soldiered on courageously. On 12 December, therefore, every Kenyan witnessed their vindication as our majestic flag rose, and collectively we reclaimed our proud Jamhuri. Jamhuri Day is also a moment for Kenyans to expose the fake news aimed at discrediting our ambition, sabotaging our hope, and seeking to dampen our resolve. We have no doubt that the National Economic Transformation Agenda will succeed and deliver for the people of Kenya. I have no problem with discourse, criticism, and alternative proposals. In fact, I welcome them and listen to feedback in order to learn, improve, and become better. At the same time, I see clearly that a lot of what passes for facts are falsehoods, and that almost opposition is based on inaccurate representations and outright disinformation. We are at the stage in social development when digital technologies have immense capacity to amplify disinformation, magnify fake news, and distort facts beyond all recognition. If we give in to these emerging negative trends, we shall pay with our freedom, democracy, and development. I therefore urge all Kenyans to participate fully in our democratic discourse, even as we work hard in nation building. At all times, let us endeavor to engage on the basis of truth. Failure to do so will take us down the path of negativity, tear us away from the values we cherish, and turn us into a people estranged from unity who sabotage development, undermine democracy, and destroy our republic in the pursuit of political expediency. When we say that the cost of basic food commodities has come down, it is a fact. When we say that inflation has gone down, it is a fact. When we say that our farmers are producing more and better, it is a fact. And when we say that Kenyans who have registered for Taifa Care are receiving better services than before, it is a fact. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts and truth. If some of us persist in the culture of reckless negativity, for how long will cynics mobilize Kenyans to deny facts that they can touch, feel, and see? What will they say in a few weeks' time when we begin to give Kenyans, when we begin to give keys to the new owners of affordable housing units? What will they say of the thousands of plumbers, electricians, teachers, health workers, building and construction workers, digital workers, and many more who are already at work, including the 300 young men and women who were flagged off by my deputy yesterday to work abroad? I'm confident in the future of our nation and the capacity of our nation transformation agenda to deliver. I'm confident in the future of our nation and the capacity of our national transformation agenda to deliver, because I appreciate the strategies we have put in place, the work underway, and the people's motivation to make their contribution. I count myself as one of the many millions of Kenyans who want the best for our nation and all its people, and are committed to putting in the effort required to make our dreams come true. We are driven by strong hope and unwavering optimism, as well as an unfailing desire to reach for a better tomorrow. It is confidence based on understanding, hope built on truth, and optimism that stands on facts. We must do all we can to maintain the essential character of our republic as an open and free democratic society. This implies that we must also do all we can to ensure that our political competition and rivalry never degenerate into a contest to assault democracy, oppose development, and demoralize the people. We must remember that whatever else sets us apart,
We are united by a desire to achieve the best for Kenya and its people. With this in mind, we must promote inclusion and broaden our platform for collective engagement who have demonstrated, are distinguished patriots who have demonstrated an outstanding leadership across the political aisle for the spirit of goodwill in which we have engaged to address critical national issues, including resolving the inclusivity challenge by formulating a broad-based government. I also appreciate the good wishes, encouragement, and support from leaders with whom I continue to discuss matters of importance with our implementation strategies. There is now sufficient evidence of undeniable character that our ability to feed the people and keep them healthy, to empower them and connect them with opportunities, to keep them safe and protect their freedom is improving by leaps and bounds. When we all unite, inspired by a shared aspiration to undertake nation building, we shall make our nation great, and our collective legacy will inspire present and future generations. Thank you. God bless you. God bless Kenya. So wananchi watukufu, hiyo ndio hotuba ya mtukufu Rais kule Uhuru Gardens, Nairobi. Sitarudia yale ambayo amenena. Siku hizi kitaka kusoma speech, hata wakati huu tumeketi hapa wengi tuko na masimu, na najua tutapata speech kwa mitandao, na ni vizuri tusome pole pole wakati tumetulia tukiwa manyumbani. Kwa hivyo sitataka kurudia yale rais wetu amenena kwa speech, lakini kwa kifupi tu naona Kenya tunasonga mbele. Ameguzia maneno ya ukulima, maneno ya kazi, maneno ya maendeleo, maneno ya ukulima, yote ameyataja. Kiafya, hatua ambazo serikali imechukua kuhakikisha wananchi wanapata afya bora. Ukulima, hatua ambazo pia wamechukua tangu wakati wa kupatiana fertilizer, kutuma maofisa wa serikali mashinani waelimishe wananchi. Upande wa afya, zile programs vile tumeelezewa, watu wa register ili waweze kupata kusaidika upande wa matibabu. Kwa hivyo na pia zile opportunity serikali imefungua kuhakikisha kwamba watu wamepata ajira. Maneno ya affordable housing, manyumba yanajengwa. Katika ujenzi wa manyumba, kazi zinapatikana na pia watu watapata nyumba, na tunaambiwa watu wa register kwa boma yangu ili tuweze kupata manyumba. Sisi tuna bahati hapa Gucha, tuna affordable housing. Kwa hivyo wakati affordable housing inaendelea, watu wanaambiwa wajiregister, alafu tena unasema unataka kupata nyumba wapi. So wengine wetu tutaka wakati watu nyumba zimemalizika, watu wamepata, ndio tutaanza kusema hatukujua. Kwa hivyo we are beneficiaries of such an estate, such a project by the government here in Kisii. Tuna bahati na tungeuliza mtake kujua. So the speech was very clear and straightforward, na kutoka kwa hiyo speech tunaona serikali yetu inatumaini kwamba sisi wa Kenya tuwe watu ambao wamekaa vizuri, shida zetu zipunguke na tuishi katika hali kama wale watu wengine dunia nzima. Nataka kurudi nyumbani hapa kwetu Gucha, na tumesikia our forefathers walipigania uhuru wetu na tukapata uhuru.
na ndio tumekuwa tukiimba hapa heko jamhuri yetu ya Kenya. We are free, we are independent, na tuna tarajio letu ni kufurahia matunda ya uhuru wetu. Lakini kuna wakati mwingine tunakosa kufurahia hayo matunda kulingana na vile sisi wenyewe tunaishi ama tunajibeba. Kwa hivyo nataka kunena machache ili tukiwa hapa tusiwe tu kazi ni kuimba ati tufurahie matunda, lakini hatufurahii, tunajisahau. So nitaenda tu straight kwa point kwa sababu naona kunataka kunyesha. Mwanzo nataka kukumbusha wazazi wetu na sote maneno ya parental responsibility. Tangu Oktoba shule zilifungwa, wanafunzi wamejaa all over, watoto wetu wamejaa all over. Sasa tumepita Oktoba, tumeingia Novemba, sasa tuko Disemba. Na Disemba ni msimu ambao watu wanasherehekea. So tunauliza wazazi wetu, tafadhali tuchunge watoto wetu. Kwa sababu in the midst, miongoni mwa furaha ambao tutakuwa nao wakati huu wa sherehe, kuna mambo mengi ambao labda yanaweza katendeka ambayo sio mazuri. Tusijisahau. Miongoni mwa sherehe saa zingine watoto wana engage na mambo ambayo sio mazuri, pia watu wazima. So tunauliza watu wote washerehekee kwa njia ambayo inafaa, na zaidi wazazi waweze kuchunga watoto. Usiachilie mtoto aende na hujui yuko wapi, ako na kina nani, anafanya nini, na anarudi nyumbani wakati mgani. Saa zingine tunaambiwa watoto wanarudi maboma hata saa 7 ya usiku. Sasa nashindwa, mwanafunzi mtu under 18 years anafanya nini nje na mzazi yuko wapi? So hatutaki kuexpose watoto wetu kwa madawa ya kulevya, pombe, ama magonjwa, ama early pregnancies, ama cases za defilement. So we have to be very very responsible. Ongea na mtoto wako, pata wakati kuwa na watoto na uongee na wao. Na tunajua ukiambia mtoto aende atashikana na wale wengine, labda wengine hawana mambo mazuri, kwa sababu ya peer pressure anaweza katenda mambo mabaya. Na nataka kushukuru makanisa zetu, wamepanga seminars za youth. They have kept our youth very busy. So as parents, can you assure that our youth are engaged in activities? Kwa sababu when they are at home and they get bored, they land in the wrong hands. So hatutaki watoto wakirudi shule tusikie wengine labda watarudi manyumbani kwa sababu ya either mtu aligonjeka ama alipata mimba ama was defied or raped. We don't want to hear such cases. So parental responsibility and communal responsibility. Ukijua kuna mahali activity mbaya inatendeka, inform the area chief, inform the area officers, na watachukua hatua. Niingie maneno ya security na imetajwa hapa na wale ambao walionena, lakini usalama unaanza na wewe. Nikiangalia hii sehemu ni part of the town, Ogembo town. Na juzi nilikuwa naambia ma chiefs, can you go and tell people, especially those who are wale wanaishi karibu, kama sasa hii ni municipality, ni karibu na town. Maisha ya mtu ambaye anaishi karibu na town sio sawa na mtu ambaye anaishi kule ndani mashambani. Kwa sababu area kama hii watu wamejenga manyumba ya kukondesha. Kutoka Ogembo town to area kama hii haiko mbali na town, utakuta kuna watu ambao wamejenga manyumba ya kukondesha. Wakati nilikuwa nachungulia hapa, nikikuja hata jana nilikuwa hapa, niliona this is part of town. Hii siwezi ukasema ati uko na uko ndani, uko na uko Majoge,
Kipchoge chache uko ndani yes uko town. So maisha ya watu wa town ni tofauti na mtu mwenye anaishi na uko ushago. Unaambiwa ukiingia na uko ndani, kama hii ni bomba, sio rahisi ukute ati mtu amejenga nyumba ya kurent hapo. Lakini area zingine zenye zimekaribia town, either we are affected by the town influence, or miongoni mwetu kuna watu wamejenga manyumba ya kukondesha. So tunauliza wananchi, tafadhali, because hatuwezi tukakuwa na officer, police officer kwa kila boma, tujaribu juu chini sisi wenyewe we improve on our security. And how do we improve on our security? First of all, zamani mimi wakati nilisikia maneno ya CCTV camera nilisikia it was costing 50,000. So hata mimi mwenyewe sikuwa najihesabu maneno ya kuwa among wale wanaweza kaeka CCTV camera kwa boma. Lakini with time, with development, with improvement, with open trade, tumepata CCTV camera ambazo ni cheap. So we are encouraging those who can, tafadhali weka CCTV camera. Nilisikia hapa kuna boma ilivunjwa jana, mwenyewe hakuwa. Suppose there was a CCTV camera there, already tungekuwa na information. Na tumeshika wezi wengi through installation of CCTV cameras. Na pia tukiweza, Mungu akitusaidia, weka mlango strong, weka kufuri strong, kwa sababu we unaishi town, we hauishi uko nyumba. We are also encouraging watu wakuwe na neighborhood meetings. Muna assess the situation of your area. Saa zingine it doesn't necessarily have to be a baraza. Sio lazima ikuwe baraza. Kama area kama hii, mkiwa na issue, mnajipanga with assistance of your area chief and assistant chief. Alafu hata mnapanga, hata tunaita usipidia nakuja, usieza nakuja, sisi tunakuja, tunakuwa na mkutano labda ya watu tu wa area hii, tunaongea maneno ya usalama. Kwa hivyo we are encouraging neighborhood security. Msiseme sasa lazima ati even in communities, when you stay in a town, watu wanakutana. Hata si kwenye tunaishi, saa zingine we belong to places where we belong. Na people have WhatsApp groups and then they share information. So tunawa encourage, tafadhali mkuwe na neighborhood security meetings. Encourage that, and you will be able to identify those people among you ambao wanasumbua maneno ya usalama. So wacha ianze na wewe. Mimi nasema kama sasa mimi I'm the Deputy County Commissioner wa Agucha Sub County. Sasa na najua hata askari wako tu karibu na hapo penye naishi. Lakini nikitoka kwa nyumba lazima niangalie nimefunga nyumba na kufuri na kaa namna gani. Niangalie boma vile kama the grilling imefanywa namna gani. Kama kuna mahali pako na shida, I improve on that. Kama naacha kama nimefunga. Na pia nahakikisha pia niko na uhusiano mzuri na watu wengine wako hapo karibu, such that wakiona mtu anaingia huko watanielezea. So we also want to be like that. Siwezi nikasema I'm the DCC sasa hata nikiacha nyumba yangu hakuna mtu ataguza. I know security starts with me. Kwa hivyo pia wewe, security starts with you. By the time ukiweka mlango nzuri, by the time mtu avunje atasikiwa, kuna mtu labda atamsikia, and he would have gone far. If you put a CCTV, so many people I have said we have caught through a CCTV. Na sio lazima mtu anunue CCTV ile expensive. There are some cheap ones that are available. I even see in the salons. Salons, unaenda salon unakuta hata wamama wamemeka a lot of effort, wameweka CCTV camera hapo, and we are able to catch those thieves. And then sharing information, attending barazas, and supporting our officers. We have assistant chiefs and chiefs. Let us support them ili pia wao waweze kutushughulikia
vizuri. Na kuwa support ni nini? Hatusemi atuwapelekee nini ama nini. Wakiitana mkutano, nenda ili muaddress the issues that are facing us or facing you, and then we find a solution, tutafute suluhisho pamoja. Kuna nataka kuambia wananchi, tafadhali, si tumesema sasa sisi ni jamhuri, tuna uhuru, tunafurahia, serikali iko committed, tuache yale mambo ambayo yanaturudisha nyuma. There are some things that take us backward, very very backward. Wakati tuna practice ile tunaita gender based violence, tunakosa amani kwa maboma zetu, watu wanaishi kwa hawana furaha. So tunauliza watu barbaric actions, na mimi nitataja hizi backward, naziita backward. Gender based violence is backward. Gender based violence iwe ni kwa mama ama kwa baba. Child abuse, tumekuwa cases za tunaona mtoto alichapwa na mzazi beyond, amechapwa na ni mtoto mdogo amechapwa na child abuse. Then we have FGM. FGM silently watu hawataki kuongea maneno ya FGM, na inatendewa watoto wetu wasichana. Watu wanaona kama hiyo ni kuendelea. That one is backward. It is barbaric. Ni tabia ambazo hatutaki watoto wetu wakuwe exposed to. kuna maneno ya kukosa kupeleka watoto shule. Hivyo ni mtu ambaye very, we can say, uncivilized and tabia ambazo watu waliacha kitambo. We mwenyewe ndio fashion yako. Hatutaki mambo kama hayo. Tuna maneno ya to let us celebrate. For example, we have our culture. Tuna culture yetu na tunaheshimu culture yetu. So we have also clans. Lakini tusiruhusu when, for example, tukichagua watu ama tukifanya kazi zetu tunaongea maneno ya sijui huyu ni wa clan, huyu ni wa clan, huyu ni wa clan. Tuangalie the qualities of a person. Tuangalie mtu ambaye anatuongoza kwa njia ambayo inafaa. Kwa sababu saa zingine every community in Kenya has sisi zote tumetoka kwa clans na tumezaliwa kwa clans. Na kuna wale wazee wanaelewa maneno ya clan, wanaongea maneno ya clan vizuri. Clanism haikuwa inatumiwa in a negative way, ilikuwa inatumiwa in a positive way to build peace, kupendana, watu uhusiano, lakini tusitumie kuzuia maendeleo in any way. So those are some of the things that can push us backward. Na maneno ya upikaji wa pombe haramu, tumekatazwa, bado tunaendelea kupika pombe haramu na sio vizuri. Kwa hivyo tuache all those negative things. Kangaroo courts. Our officers, we don't want to hear kangaroo courts. Mtoto amekuwa defiled, ama kuna rape case imetendeka mahali, ama wizi ama kitu ambacho sio kizuri, na badala ya mtu ashikwe apelekwe polisi na apelekwe kotini, tunasikia labda watu waliketi chini na wakaongea. Hatutaki mambo kama hayo. Those are the barbaric acts ambazo tunaongea about. Tusijihusishe na mambo kama hayo. Kuna kesi ingine tuliambiwa mahali, FGM, female genital mutilation. Msichana sasa amekuwa mtu mzima. Najua ukienda mambo kama unaona wewe sasa ni mtu mzima, sasa wewe hata uwezi unaweza ukafanya mambo ambao watu wale wengine wazima wanafanya, na unalinga ukiwa kwenyu hapa ama kwetu kule. Sababu hata mimi kwenye nimetoka pia kuko na FGM, bado kuko na watu ambao wana practice FGM. Even me, my own relatives, najua among them wenye wanafanya hayo mambo. Sasa msichana alisoma vizuri alafu akaenda abroad. Kwenda abroad, now they were discussing their culture.
Sasa si hapa si tumemlea vizuri, ni mzima, ako na FGM. So wakati alienda abroad, alienda kubrag vile yeye ako ameadago FGM, and she was thinking that was a very very nice thing. But hao watu after the presentation they were looking at her differently. Walikuwa wanaona mtu backward, mtu mwenye, you mean bado mnafanya hayo mambo yenye alikuwa yanafanywa zamani na watu wa zamani, bado mnafanya hayo mambo. Nobody wanted to associate with that person. So back home she was a hero, kule alikuwa anaonekana kama mtu mbaya. So the parents, I want to warn you, kuna vitu tunatendea watoto wetu tukiwa nyumbani, lakini tunasahau dunia ya siku hizi. Zamani watu walikuwa you grow in your own village, you marry there, you do everything, you die there and you are buried. Leo ukizaa mtoto leo, kesho yuko hapa, kesho anaenda Kisii, the next minute tunamsikia ako Busia, the next minute ako Uganda, the next minute ako abroad. So we are mixing with so many cultures. So mambo mengine yenye tunaona ni mazuri, yakienda huko nje yanakuwa poison kwa watoto wetu. Kwa hivyo can we try to watch how the world is moving? Yale mambo ambao dunia imeacha tuachane nayo. FGM, unaenda kuingia watu, I have undergone FGM. Wao wanakuangalia kama mtu mwenye, yani hata wanakuogopa. Because kama umeundergo FGM, the next minute tukikuwa roommate na wewe nitakuta umenikata mguu ukisema ni zile practices zenyu mnafanya hivyo. So watu wanaenda wakiogopa watu. Tamaduni ambazo ziko kinyume kabisa. Wewe umeenda FGM, if you can do that, what else can you do? The next minute you cut my ear and say that it is a ritual in your culture. So can we watch out? Let us watch out. And let us never correct God. Mungu hakuwa na makosa, alituumba vile alituumba na alijua sababu ya kutuumba vile alituumba. So that is just an example of how negative something can affect when you are bragging of it, lakini nje inakuwa ni msiba. Hata huyo msichana hakuwa anapata men kwa sababu friendship, kwa sababu walikuwa wanamuogopa, because innocently alienda correct watu akiwaonyesha how our culture, beautiful our culture is, but it hit her negatively. So let us also embrace government programs. So hiyo maneno ya nini, kwetu kuna kitu tunaita guruga. Si usema guruga. Siku moja nilienda hapa Sengera, nikasema gurunga, nikauliza kama watu wanajua guruga ni nini, wakasema almost the same name. Guruga, that is to us ni cave. In Kisii, what is gurunga called? Cave. Ikuruma. Si ni karibu tu the same as guruga. Ni almost the same. Cave, Ikuruma, si ndio? Ni mahali, ni kama kishimo, si ndio hivyo? Kiko na giza. Kina nani upenda kuishi kwa Nkuruma? Bat yenye ukisimama hapo labda nje inaweza ikapita tu na ikugonge. Hata haioni kwenye inaenda, si ndio hivyo? Sasa vitu zingine tunafanya zinatufanya tukae kama watu ambao bado wako kwa hiyo ni gurunga hata kikwetu. Tukae huko. Unaambiwa upeleka watoto shule, upeleki watoto. Unaambiwa don't practice FGM, bado una practice. Unaambiwa acha kufanya vitu zingine, defilement, bado unafanya hivyo. So it's like somebody in the gurunga, and watu wanajaribu kukuita. Toka kwa hiyo gurunga, kuja huku nje kuna mwangaza, kuna mambo mengi mazuri ambayo yanatendeka. Lakini wewe bado unataka kujificha wapi? Uko ndani. Kwa hivyo wananchi, tusiwe kama hao watu wako gurunga. Wakati nilikuwa nasoma speech ya president, nilikuwa nasikia vitu vizuri sana hapa. Zinatajwa. Lakini majority of us labda hatujui. Hata the young people, a lot of very positive things zimetajwa hapa. Lakini inaonekana watu wengine wanajua, wengine hawajui. Kwa hivyo the chief of the area, chief Isoe, nataka, si tumesoma presidential speech,
Si umesikia yale mazuri yote yameelezewa, especially about the young, nini, the youth, the opportunities. Tupange hapa kind of like a workshop for the youth. Then tulete all the officers, the departmental heads wenye wanasimamia various, kama ni mtu wa health, akuje hapa tumlete aeleze watu maneno ya SHA, registration for health. Kama ni youth, hizi story tunasikia hapa digital nini, sijui digital nini, ajira, tunasikia X hapa a program ya youth, waelezewe. Hapa tunakubaliana. Tutengeneze, waelezewe. Another way, tushikane pia churches, naona wanatengeneza seminars za watu. Tunaita hata kama ni ofisa mmoja wa youth, anakuja anaambia the youth the opportunities that are there for employment. So we want to hear that and we want to see evidence of that. Maneno ya environment, tuendelee kupanda miti. Hata after this, tunapanda miti. Hapa tunapanda miti kama mfano mwema. Tutapanda miti kupigana na hii mambo ya climate change. Vile hali ya anga ama climate change, the negative effects. Tusipopanda miti, tutaharibu mazingira yetu, hatutapata mvua na mambo mengi mabaya yanaweza yakatendeka. Miti pia ni chakula, kwa sababu tunapanda miti, pia tupande miti ya matunda, tuwe na rotuba nzuri. Kwa hivyo kila wakati hakikisha umepanda mti, hata kama ni kamoja tu, sio lazima upande miti 10, hata ni kama ni kamoja. Na tuwe watu ambao wanapenda usafi. Kuna watu ambao anafagia nyumba yake, anarusha takataka kwa neighbor. Ama badala ya kuchoma takataka, yeye anapenda kudump mahali. Tafadhali tuwe watu ambao wanapenda usafi. Let us learn to live in a clean environment, and let us also take care of our environment. Planting trees is one way of taking care of our environment. It brings us beauty, it brings us food, fertile soil, so we have enough food, we have food security. It attracts rain and so many other benefits of trees. Then tusikize vile mito wa serikali yetu kusomesha watoto wetu. Mtoto akimaliza secondary school, kama hata progress to university, mpeleke TVET, mpeleke the technical colleges. Wale watu ambao wanapenda maendeleo, there is a lot of benefit kwenda hizo technical colleges. The courses watoto wanafundishwa huko ama watu wanasomea huko zinawasaidia kujiajiri, hata kuajiri watu wengine. Some of us tulisoma mpaka university. Majority of Kenyans, wengi ambao walisoma mpaka university wameajiriwa kwa companies za watu ambao wengine walifika form 6, wengine wakafika form 4, wakaenda wakachukua courses kama dressing ama kusuka nywele, waka undertake. They are the ones who are employing graduates. They are owning a lot of companies, big companies, and they are able to employ. And that is why at some point the government discovered wakajua ujuzi ndio inasaidia wananchi kuendelea na kujisimamia. Kwa hivyo unaweza ukasoma uende usome, lakini then you have to be, you can also open a big institution. But what we are saying that these courses have really supported wale watu labda hawajaweza kufika kule juu na wameweza kujisimamia. Kwa hivyo tusidharau. Msichana unamwacha kwa nyumba, kazi ni kushinda tu akiosha vyombo na alimaliza form 4. Hata kijana badala umpeleke course kama ya a polytechnic ama those TVETs, asome mechanic, asome usuzi, asome kushona nguo, unadharau such courses. Yet those are the courses that are helping a lot of Kenyans. So tukubaliane na serikali, mwito wa serikali kwamba tujiunge na those institutions kama hizo. So usiseme ati umekasirika mtoto wako kwenda university. TVET college is as good as going to the university. Service delivery,
nataka kushukuru maofficers wetu, chiefs, assistant chiefs, wale wengine, the police, the assistant county commissioners na officers wote wa serikali kwa kazi nzuri ambao wamefanya ama wanaendelea kufanya, na nawaambia kazi yetu ni service delivery to wananchi. Kwa hivyo tuheshimu wananchi, tufanye kazi, tusidharau mtu yeyote, tusibague watu wakikuja kwa maofisi zetu kupatiwa ama kupata services. Watu wote tuwachukue kwa usawa, tusiwe labda kuna wale tunapendelea na wale hatupendelei. Let us respect people. How do you respect people? Wacha watu wananchi wajue uko wapi kwa ofisi yako. Kama hauko, wacha namba ya simu hapo, mtu anaweza kukupigia. Na wakati umesema utakuwa na ukue wakati ambao unafaa. Usiweke mwananchi akae hapo na boma ameacha nyumba, ameacha watoto wadogo, ameacha ng'ombe hapo anataka kwenda kulima, na tunawaeka kwa maofisi masaa mengi. So let us not discriminate them, to treat with respect, na najua Mungu atatusaidia tuendelee kufanya kazi vizuri. Education, siachi kusema watoto wote waende shule. Mahali mtoto aendi shule, ukiona mahali wewe unajua boma na mtoto aendi shule and you don't even report or maybe urge those people to take kids to school or tell the area chief, pia wewe unakosea. Kwa sababu huyo mtoto asiposoma baadaye ndiye atakuja, atakosa pesa, ndio watakuja kuvunja nyumba zako ama nyumba zenyu. So thank you very much for listening to us and for embracing this, for attending this big occasion. Pia sisi tumefurahi kwa sababu kama tungekuja tukute hakuna watu, hatungefurahia. So tunawashukuru wote ambao walifanya hii sherehe kuwa nzuri, na nitabia Chief Isoya na timu yake. The Chief Isoya, the assistant chief, hebu akuje wasimame hapa. Chief, one of them is not here, ameenda mahali. Unaona hawa maofficers wawili? Hawa maofficers wawili ile kazi wamefanya kazi nzuri sana wakishirikiana na stakeholders. We are having stakeholders who have assisted us in making this occasion very good and very graceful, and you people who attended this occasion and are part of those stakeholders. By coming, you have contributed to the success of this occasion. When the MC will be talking, atashukuru wale wote ambao wametusaidia kufanya hii occasion ikuwe successful, but most of them wameongozwa na Chief Isoya na timu yake, na watatuelezea. Sitaki kuwataja hapa, najua tuna wakubwa wengi including our MCA hapa, wametusaidia sana na county government, lakini pia watatajwa na yule tulipatia hilo jukumu. So affordable housing, watu mujiandikishe mpate manyumba. Pia tunataka kutoa pole zetu kwa hii family ambayo imefiwa na mmoja wao. Kama wako hapa ama wako mbali, tunawapa pole. Tuko pamoja, na Mungu alisema leo to celebrate hapa. To me ni kama indirect a blessing. Some very important person has passed there. An occasion is held here, is like we are celebrating. So we are celebrating the life of also a person. We are giving thanks to God for the life that God gave the family to be with that person. So somehow it is a blessing in disguise. So wananchi watukufu, asanteni sana, na tunawatakia Christmas njema, a Merry Christmas and a blessed New Year full of God's blessings. So thank you very much. Na nikimalizia nataka kusema yale yote ambao walitaja. Kuna our opinion leader aliongea maneno ya security issues, tulisikiza. We are going to respond to that.
the lady who talked on behalf of women aliongea vile maneno ya wa mama. So the issues of insecurity zilitajwa, the youth. So yote msiseme hatukusikia, tulisikia. Hata some we were discussing with madam the security team pale. Tukasema wananchi tumesikia vile wamesema, because when you stand here you speak on behalf of the rest, because everybody cannot come here. So tulisikia na kuna zile hatua tutachukua. Sasa nikimalizia nataka kusema kama security team ya Gucha sub county, we are assuring you of security during this festive season. Tunawahakikishia kwamba mtakuwa na usalama wa kutosha hapa Gucha wakati wa sherehe hizi za Christmas na pia mwaka mpya. Na tunauliza kama wananchi wema mshirikiane na sisi. Msigoje tu ati baraza, wakati wa baraza ama wakati tunaitana mikutano. Ukiwa na kitu, ofisi zetu ziko open. Madam Sub County Commander, maybe you can stand where you are, and our SIPU Commander, you can stand. Na MCA wetu muliona hapa, we have our Sub County Administrator, mulimuona akisoma speech ya governor hapa. Sisi wote tunasimamia Gucha. So hata ukiwa na shida ya security, uambie MCA atajulisha wale ambao wanahusika na maneno ya security. Our madams here wote wanasimamia maneno ya usalama, plus all of us. We are here for your good. Na sisi tunasema tukiwa hapa, like me, if you ask me, when I was not born here, for me where I am, that is where I consider home. Kama sasa niko hapa, mimi sikunywi maji ya kwenye nilitoka, ama sisi nyumba kwenye nilitoka, nakaa hapa, nakunywa maji hapa, chakula cha hapa, watu wenye nahusiana nao every day ni watu hapa. So I want hapa pakuwe mahali pazuri na mahali salama pa kuishi na mahali ambapo watu wameendelea. So Mungu awabariki, na tumewashukuru nyote ambao mmefanya hiyo occasion kuwa nzuri. Machiefs wetu wako wapi na assistants wakuje hapa? Pia tuna staff wa ofisi, wengine tuliwaruhusu waende shughuli zingine juu pia staff wetu wa ofisi wako wapi? Wale walipewa jukumu ya kuwa hapa na sisi. So we have the chiefs can come in front. So tuna staff wa DC's office wenye waliweza kufika pale, wale ambao wako na civilian. We have our human resource officer. Tu mkono. We have our procurement officer. We have our officer kule, ofisi ya our officer yuko nini? Sengera. We have another officer there, Joyfree. Wanatusaidia hata kuleta speech. Ile speech tumesoma hapa, yeye anafuatilia mpaka nahakikisha kwamba wananchi wamepata speech yao. We have our pilots wako hapo, na pia kuna mmoja ambaye hasikii vizuri, hayuko na sisi, na muendelee kumuombea ili akue. Boti chache. Kuna assistant mmoja ambaye kwa hapa, mwingine ameenda shughuli fulani. Huyo ni wa Mangere hapa mahali tuko. Thank you. Senior Chief Joseph Nyonduso, the location. I have one assistant chief. The other sub-location is vacant. Timothy uko wapi? Inua mkono. Asante. Mimi naitwa Omenga Thomas, Chief Kanyimbo location. Hapa niko na Assistant Chief Kanyimbo. Ndio huyu. Mwingine Assistant Chief Buyonge asikii vizuri. Asante. Naitwa Eunice Mogire, niko na assistant chief wawili, naweza inua mikono.
Asante. James Makinda, Acting Chief Sengera. I have one Assistant Chief, Mr. Melchizedek. Thank you. Evanson Yondabu, Chief Machoge Chache. I have 2 Assistant Chiefs. Asante. Our Assistant County Commissioner, we have 3, but 2 are in training. Wako Administrative Police Training College. No. Wako Matunga. So they are training, but we were with them. They had a holiday. So introduce yourself. Kwa majina mimi naitwa Rono Julius. Rono Julius. Mimi ndiye DO wenu hapa wa Ogembo. ACC, Assistant County Commissioner. Asante. So thank you very much. This is a strong team of Gucha. Mua support. Kwetu si usema in Kikuyu we say wega umaga na mushi. Gemi shumaga na mushi. Goodness comes from home. Urulations niliona wamama hapa urulate. Wakati ukienda for example place kama Nairobi, watu mnatembea hapa wanakugonga na hata they don't even value you. Si ndio hivyo? Lakini ukikuja nyumbani, si watu wanakujua, wanakuheshimu. Hata ukiuliza MC wetu saa zingine labda akitembea streets za Nairobi, hata mtu anaweza akakuja amgonge hivyo hamjui. Lakini akikuja hapa kwetu, si ni wetu na tunamjua. So hata officers wetu, wega to us means goodness comes from Moshe means home. Goodness comes from home. Relations comes from home. Kwa hivyo hawa officers wetu ambao tumepewa na hawa hata sio kama sisi tuna importiwa tunakuja. Hawa ni wa hapa. Si ndio hivyo? So we need to bless them. We need to work with them very closely. We need to support them. Usio wale watu wanachapanga chief wao na maneno na sijui kumwaccuse accusations mingi. Let us support them because goodness comes from home, and when we treat them with goodness and with fairness and well and we show them respect, they will be able to serve us well. Wasiwe wanaishi hapa nyumbani kama vile mtu anajikuta huko kwa urban areas where nobody values you, nobody respects you. So respect them, support them and help them. Just like I have told them, serve you with respect. Also treat them with respect. Wakikosea, wazee wako. Wazee na ni wale wazee wa kuheshimiwa. Watumeni wanakuja wanaambia officer, hey, watu wanasema hivi hapo rekebisha. Pia sisi tunafanya makosa. Tuseme hatufanyi makosa. Tukikosea mnatutumia watu and then mwambie madam hapa na hapa hapaendi vizuri, and we appreciate such corrections just like mkubwa wetu hapa amesema. So asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni. Makofi kwa DCC wetu. Ajajitambulisha. Sijui kama umesema jina lako. Kwa majina naitwa Esterina Wamboi Kongo Bogwa. Kongo ni baba, Bogwa ni mzee. Asanteni sana. Na wamama tuko pamoja na tuendelee kushirikiana. Asante. Makofi kwake. Tena ameweza kuongea kwa sababu alikuwa anawakilisha rais na ameweza kuongezea ya sub county yetu. Tunashukuru sana. Ni madam ambaye tunampenda, anatufanyia kazi vizuri, anafanya kazi ya serikali ipasavyo. Asante. Kwa hivyo ningependa nipeane ratiba ya mwisho. Najua Paradiso kuna kitu alisema hiyo itakuja. Kuna kitu ulisema, si ndio? Unajua nimeelewa Kisii. Kwa hivyo huyu atatoa shukrani. Baada ya shukrani tutaomba. Baada ya maombi tunaimba wimbo wa taifa. Alafu baadaye nitawaomba asa umurisha na wengine apatureti. Tuandamane na DCC na sijui Paradiso. Yes. Tupande miti hapo alafu wengine hapa. Na waomba climate change. Si ndio? Okay.
Asante sana Bwana ACC. Kwa niaba ya watu wote hapa, niaba ya function ya leo, ningependa kutoa shukrani kubwa kwa wale wote ambao wamehudhuria hapa, especially community hii yetu hapa. Na pia ningependa kusema nashukuru sana Madam DCC kwa kufanya sisi kwa sababu tuna follow instructions, tumefanya kazi nzuri kwa siku ya leo. So pia nashukuru kwa kwaya ambao simetumbuiza hapa, band yetu ambayo iko mbele hapa ya shule ya Gucha, pia tumekuwa first time ambayo tumefanya sherehe na band na tumeshukuru sana. Pia ningependa kushukuru kwa mheshimiwa wetu Paradiso, alitusaidia Emma na viti kidogo. Na pia ningependa kushukuru kwa sababu ya familia hii ambayo imefiwa hapa, pia ametusaidia na viti 200. Hiyo ni shukrani. Pia ningesema mheshimiwa Mititi pia aliweka mkono kufanikisha hii sherehe. Also the driving school pia walisaidia na maji. Kuna Edwin Gasman pia alitusaidia na maji. Ampa supermarket pia alitusaidia na maji. Spora Agrofet pia walitusaidia. Peter Mochama Ongeta pia ametusaidia. Isaya Nyariki alitupatia maji pia. Na Ebenesa Boutique wamefanya kazi nzuri. So kwa hayo machache, nashukuru sana kwa kazi ambayo imekuwa nzuri kwa siku ya leo. Thank you so much. Asante. Kwa heshima naomba sote tuweze kusimama. Alafu naomba Pastor Laban Obongi. Saa ile wanaenda kuomba, ile nilinunua soda na mkate. Tunaweka laini ya watoto, alafu tuweke laini ya watu wakubwa na wamama, tutasavu hapo pole. Tukunywe hiyo soda na mkate, tuende nyumbani. Hivyo nimesherekea pamoja na nyinyi. Biamono, Jamhuri, happy Jamhuri. Paradiso. Asante. Wapi Laban? Ama yuko? Pastor Laban? Wapi yule umurisha wetu? Wacha atufungie, maombi yake ni tamu sana. Ama namna gani? Wacha huyu akuje. Hatutafuta mwingine. Yule ambaye amekubalika mbele ya Mungu, wacha aendelee. Hebu na tuombe. Mungu wetu, tuacha mbele zako. Tulikuomba mwanzo na tukaanza hii sherehe. Tumefika nyakati za kumaliza mfalme. Umekuwa pamoja nasi. Umekuwa pamoja na DC wetu. Umekuwa pamoja na OCBD wetu. Wagucha. Asanti kwa hii sherehe ambayo imekamilika. Sasa tukienda manyumbani kwetu, tumeambiwa jinsi tunavyoishi kama familia katika nyumba zetu. Baba, utuonyeshe njia, na hiyo njia hatutaisahau. Asante kwa viongozi wote. Asante kwa MCA wetu, jinsi alihudhuria na amekaa mpaka tumemaliza. Bwana, waongoze kama viongozi, ili nyakati zingine Baba tuone matunda ya kimetameta katika sub county yetu. Asante kwa haya machache ambaye nimeomba kwa Yesu Kristo, nimeomba na kuamini. Amen. Asanteni. Tuendelee kusimama kwa wimbo wa taifa tukiongozwa na hiyo pande ambayo iko mbele yetu.
Asanteni sana. Ichapokuwa mkutuimbia ile ya Afrika Mashariki. Ya mwe mkiimba yote. Asante. Patureti. Wapi hapa Patureti? Na chiefs tuandamane na DC wetu tupande miti. Lakini ile Paradiso amesema mko huru sasa.